Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, kwamba hii ni Ndizi TV Africa. Leo ikiwa kwamba ni siku ya Jumamosi tarehe 17, ikiwa kwamba ni wiki ya pili katika kipindi chetu Sauti ya Uongozi, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 jioni hadi saa 3 usiku, na hapa tunaangazia masuala ya kisiasa. Na leo hii katika studio zetu ninaye mgeni, na kila ambacho kwa tunakifanya ni kuangazia ama ni kuchanganua siasa za eneo la Gusii. Tukitacha Gusii tunamaanisha pande zote mbili, kaunti ya Kisii na kaunti ya Nyamira. Lakini kabla sijamleta, kwanza nitakuwa na kueleza ni wapi ambapo tuko unatupata katika mitandao yetu ya kijamii. Tupo live katika Facebook na YouTube channel yetu @Ndizi TV Africa, na bila shaka utakuwa unazungumza nasi kupitia nambari yetu ya ujumbe mfupi 21575, na bila shaka kuzungumza nasi kupitia ujumbe wa WhatsApp pale 0711199890. Hapo ndipo tutakuwa tunazungumza. Na swali lile ambalo tulikuwa tunakuuliza leo hii ni kwamba, je, unaona namna gani katika kaunti zetu mbili siasa za eneo hili zinaenda namna gani? Kuna wale ambao wako katika serikali ama ya mrengo wa broad based government, na kuna wale ambao wanasema kwamba wao ni united opposition. Je, katika kaunti ya Kisii na Nyamira ni kipi kile ambacho tutakuwa tunakitarajia mwaka 2027 katika uchaguzi ambao unakuja? Na bila shaka kuna kila ambacho kilifanywa ama kura ambazo ama watafiti wamefanya takwimu hapa na pale, wakazitoa akataja kwamba kuna kila ambacho huenda kikatoka katika kaunti ya Kisii. Na hayo ndiyo ambayo tutakuwa tunazungumza katika kikao hiki leo hii, tukijadili siasa za eneo la Gusii, huku tukichambua kwa kina mienendo ya siasa katika kaunti za Kisii na Nyamira, changamoto zilizopo, mafanikio na mwelekeo wa kisiasa kwa siku zijazo. Jina langu mie ni Jeff Nyakundi, na leo nimeandamana na mgeni ambaye ni Bwana Nelson Gichana, ambaye pia ni mchanganuzi wa siasa na bila shaka ni mwana habari na mchanganuzi wa kisiasa, yule ambaye atakuwa anahakikisha kwamba mmepata picha nzuri, na bila shaka ni mwelekezi wetu ni Bwana Lucas Ouma, wakishirikiana na Alex Mongare kwa pande za kupiga picha na kuhakikisha kwamba sauti imenaswa vilivyo na umepokea kila ambacho unahitaji kukipokea kutoka hapa Ndizi TV Africa. Karibu tena, na nimkaribishe Bwana Nelson Gichana. Karibu sana. Asante. Ningependa msalimu mtazamaji popote pale alipo, ili ajue wewe ni nani, unakotoka, kabla tuchaanza kuzungumza moja kwa moja. Nashukuru sana Bwana Chef kwa nafasi ya jioni ya leo. Mjambo Mkenya na mjambo Mkizii mahali popote ulipo jioni ya leo. Kwa majina mimi naitwa Nelson Gichana, kwetu upande wa Nyamira, na katika maeneo ya Kisii na maeneo haya ya Gusii nzima kwa ujumla, na katika vyombo vyetu vya habari mimi ni mchanganuzi wa siasa ambao naangalia sana na kwa kina ama kwa undani siasa ya Kisii, siasa ya Nyamira na siasa ya Wakisii kwa ujumla. Vile ambavyo tulianzia, mahali tulimetoka, mahali ambapo tumekuwa juzi katika mwaka wa 2022 na mahali ambapo tunaelekea 2027. Kwa hivyo nawakaribisha nyote, tutazungumza pamoja. Basi huyo ndiye Nelson Gichana, amejieleza pale na kila ambacho tulikuwa tunakiangazia siku hii ya leo. Na Bwana Nelson Gichana, kabla tujaingia katika masuala ya kisiasa eneo hili, kuna uchaguzi ambao ulikuwa unafanyika Afrika Mashariki pale Tanzania, pale Uganda. Na wengi wamekuwa wakizungumza, na kufikia sasa hivi yule kiongozi ambaye ni rais amekuwa sasa ni awamu ya 7. Atakuwa rais wa awamu ya 7 kwa zaidi ya miaka 40 sasa akiwa kiongozi katika nchi ya Tanzania. Kuna mengi ambayo yamezungumzwa. Sijui ni kipi kile ambacho umekisoma na kipi kile ambacho umekiona katika siasa za nchi ile ya Uganda? Katika njia moja ama nyingine nataka kusema kwamba nchi ya Uganda ni nchi moja katika Afrika ambazo hazina demokrasia. Viongozi katika nchi ya Uganda ni sawia na ya nchi ya Tanzania. Demokrasia haifanyiki, haitendeki. Hakuona demokrasia ni kama kuona nyota wakati wa mjana. Haitendeki kabisa. Museveni ambaye ni rais wa Uganda is not interested in seeing democracy prevailing in that country. Nataka kuona kwamba wote ambao ni upinzani ambao wanapinga mambo yake na mambo jinsi ambavyo anaongoza katika nchi ile, hataki kuwaona katika sehemu. Angalia vile amefanya Kizza Besigye. Amemfungia na hata kama hana hatia yoyote, he is not even able kumleta katika vyombo vya mahakamani ili kwamba apate kesi zake zipate kusikizwa vizuri, zipate kuamuliwa katika njia ya hasa. Lakini akiangalia pia katika njia nyingine, opposition leader kwa sasa Bobi Wine, bado pia yeye hata katika uchaguzi ambao umefanywa juzi, sio uchaguzi ambao ulikuwa wa halali. Number 1, kitu ya kwanza ni kwamba
katika vyombo mahali popote pale ambao watu walikuwa katika sehemu za opposition walikuwa wanafungiwa, walikuwa wanafukuzwa, walikuwa wanakimbizwa, wengine walikuwa wanachapwa kwa sababu hawataki, hata mitandao ilifungwa. Online systems zote zilifungwa, hawataki kuona kwamba information imetoka mahali popote kwenda mahali pengine. So that's not democracy we're talking about. That is not the African people that we're talking about, ambao wanajimudu na katika hali ya kisiasa wanajiwezesha. So we are not saying that is democracy. In fact, uchaguzi ambao umefanywa katika nchi ya Uganda sio uchaguzi, ni ile tu kusema kwamba lazima, it's not possible in the democracy of this country, of this world, katika wakati huu kuona kwamba ati kiongozi anashinda uchaguzi more than 60%, 70%, 80%. Suluhu alishinda hapa Tanzania at 99 something percent. It's not possible. You're cheating everybody. How can you, na kama umeshinda katika 99%, mbona unaweza enda kufanya maandalizi ya kuapishwa katika mahali ambapo kuna jeshi? The same thing that is happening in Uganda. So Museveni is not interested in democracy. Yeye kazi yake ni kuandamiza watu, lakini nataka kuambia kwamba vyote ambao mtu anafanya katika siasa hii, unajua tunaweza fanyia watu kwa sababu ya uongozi katika ule uwezo ambao tuko nayo. Lakini pia kuna yule ambao kuna uwezo zaidi ya sisi, ambaye ameishi mahali popote pale juu na hatumuoni, lakini anatuona sisi. Ni kweli. Yes. Basi ni mmoja alikuwa anauliza kwamba yeye ni liberator ama ni dictator. Nikashindwa kumujibu kwa sababu nilimwacha yeye mwenyewe ajichagulie ni kipi kile ambacho angependa kutoka pale. Lakini ni hali ndivyo hivyo hapo. Tukiangazia kidogo masuala ambayo yanaendelea katika Afrika Mashariki, uchaguzi ambao wa pale Uganda, na tayari mshindi ameshafahamika ni nani. Ni rais ambaye amekuwa kwa miaka 40 na baada ataendelea kuongoza nchi hiyo ya Uganda. Na baadaye tulikuwa tumefahamishwa kwamba Bobi Wine ilikuwa imesemekana kwamba amekamatwa, lakini alizungumza kwa vyombo vya habari katika maeneo ambapo amejificha kusema kwamba yupo buheri wa afya, lakini akubaliani na matokeo ambayo yametolewa. Basi Bwana Gichana, tukiangazia swala kuu ambalo tulitaja kwamba tutakuwa tunalijadili siku hii ya leo, kwa mtazamo wako haswa hali ya sasa ya siasa katika eneo la Gusii iko namna gani? Tuanzie pale. Tunapoongea mambo ya Gusii tunaongea mambo ya county ama gatuzi la Kisii na gatuzi la Nyamira. Ni kweli. Na hao wote ni wa Kisii. Ingawache kuna kabila zingine ambao wanaishi ndani, lakini katika ujumla tunasema hapo ni Gusii. Kwa sababu wanapofika wakati wa kupiga kura ama kufanya uchaguzi kwa kuchagua viongozi, hao pia ambao wako ndani katika makabila tofauti pia wanafanya uchaguzi humu ndani. Kwa hivyo hao wote ni watu wa Kisii ama wa Gusii. Now, Gusii yetu inaonekana ikianza kubadilika. Napoangalia Gusii wakati huu na ilinganisha na Gusii ambao tulikuwa nayo wakati wa mwaka 2000. Tunapokuwa katika mwaka 2000, 2001 tukielekea 2002, kulikuwa na Gusii tofauti sana. Huu ni wakati ambapo Gusii ilikuwa na chama inaitwa Ford People. Chama hii ilikuwa na kiongozi ambaye alikuwa anaitwa Mheshimiwa Simeon Nyachae. Na alikuwa na ushupavu wa kuhakikisha kwamba Gusii 90% ya Wakisii ambao walikuwa naishi katika maeneo ya Gusii walikuwa wanazungumza kwa sauti moja. Na ninapoangalia wakati ule wa 2002 na ulinganisha kabisa na mwaka ambao tunaelekea huu ambao ni 2026 kuelekea 2027. Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i anaendelea kuwa na ushupavu na ushemaji wa hali ya juu katika maeneo ya Gusii. Na tunapoangalia ni kwamba katika enzi zile za 2002 Nyachae alikuwa na wika katika Gusii. The team is going to be a replica of 2026 2027 in the next elections. Kwa sababu Mheshimiwa Fred Matiang'i, yeyote yule ambaye atakuwa anaongea mambo ya siasa ya Gusii na akalipia katika mawazo na maono ya Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i, basi nitamwangalia kwamba yeye atakuwa anabaki nje, wengine wakiwa ndani ya meza. Yes. Na kuna wengi utaja kwamba vile ambavyo umetoa mfano ni kana kwamba ni inafikia na picha ile ya mwaka 2002 pale wakati Mzee Nyachae marehemu kwa sasa alikuwa na chama chake ambacho kilikuwa kinajulikana Ford People. Na umetaja kwamba Fred Matiang'i naye kuna vile ambavyo amejitokeza na baadhi ya viongozi kutoka maeneo haya wanamuunga mkono. Lakini swali ni moja. Hatuna chama ambacho kinafahamika kama enzi hiyo ya mwaka 2002 ambacho kilikuwa chama cha Simeon Nyachae. Mbona inaonekana kwamba kama jamii ya Gusii haijajipanga payana haswa kwa minajili ya chama? Tukiangalia sehemu nyingine, tukienda pale Luo Nyanza kuna chama cha ODM.
ataka angalau hata kama baba yupo tena, lakini chama hicho kipo na kinafahamika kipo. Tukienda Mlima Kenya tuko na chama kama Jubilee. Tukienda pale uponde la Ufa tuko na chama cha UDA na vyama vingine. So kila sehemu unaona hii community kuna chama ambacho imeshikilia. Western Kenya wako na vyama vile akina Mudavadi, akina Wetangula, kuna vyama vya ambavyo wako navyo. Ni nini inaendelea katika eneo hili la Gusii? Na je, unaona kwamba kuna uwezekano wa jamii kuja pamoja na kuzungumza kwa namna moja, ama ni kipi kile ambacho kinaendelea? Nashukuru sana kwa swali nzuri, lakini nataka kukurudisha nyuma kidogo mwaka wa 1997. Tulikuwa na mambo ya vyama vingi umeanza 1992 wakati ambapo Moi amesema kwamba waje tuache mambo ya mazungumzo ya chama moja, tukatoka katika one party system tukaingia katika multi party system. 1997 wakati uchaguzi wa kwanza umefanywa 1997 vyama ambazo zilikuwa zimeundwa wakati huo wakakuja pamoja wakasema kwamba lazima tuwe na muungano wa kusema kwamba vyama vyote vimehusishwa katika hali ya kusema maamuzi katika IBC na katika kufanya uchaguzi katika nchini. So tukakuwa na kitu ilikuwa inaitwa IPPG, Inter-Party Parliamentary Group, ambayo ilikuwa inaunganisha vyama vyote, na ndipo tukawa na commissioners wa IBC ambao walikuwa wanachaguliwa na vyama. Lakini tunaposonga kutoka 1997 hapo wakati huo wa 1997 tulikuwa na kiongozi mmoja wa Kenya ambaye ni Mkisii ambaye alikuwa amesimama kiti cha urais. Alikuwa anaitwa Mheshimiwa George Anyona Moseti. Na George Anyona Moseti alikuwa na chama ambalo lilikuwa inaitwa Kenya Social Congress. Na Kenya Social Congress ndio ilikuwa chama ya kwanza ya Mkisii ambayo ilikuwa imetoa kiongozi wa kusimama katika wadhifa wa urais katika nchi yetu ya Kenya. Na baadaye kutoka hapo vyama zikaanza kuchipuka. Vyama zimechipuka na kufikia hivi sasa tuko na zaidi ya vyama 90, more than 90 parties in this country. And you don't expect hata in 90 parties you don't expect kwamba watu wote waingie katika chama moja. There is a difference between the time tulianza ODM 2005 na mahali ambapo tumefika saa hii 2026 2027. Watu wamekuwa na mielekeo tofauti, watu wamekuwa na mawazo tofauti. So kuna ile haja ya kuwa na vyama vingi ndani ya chama ama community moja kama umo Gusii sasa. So umeuliza swali kwamba je, mbona kuna ODM Ruo Nyanza, kuna Western, kuna UDA in Rift Valley, kuna Central na kuna mahali pengine. Nataka kusema kwamba hata Gusii tuko na vyama. Tuko na vyama vingi sana hapa Gusii. Karibu vyama kama 5 siko hapa Gusii. Sawa Kisii. Tuko na BDP Magara yako hapo. Tuko na National Congress, kuna Nyamweya, kuna PPK James, kuna Kenya Social Congress yenyewe Atati yako hapo. Tuko na ODM bado iko hapa Kisii, tuko na Jubilee iko hapa Kisii, tuko na UDA. Hizo chama zote ziko hapa. Lakini chama ya Mkisii haswa hizi ambao tunaongea ni ya Mkisii ambayo imetengenezwa Kisii na Mkisii yenyewe ni PDP Magara, Social Congress na PPOK. PPOK ni James Msati. BDP ni Umingo Magara. Then we have Social Congress ambayo inaongozwa na Atati Kengere. Hizi zingine siko na mchanganyiko ya watu wa nje. Tukiongea mambo ya Jubilee, tukiongea mambo ya ODM, tukiongea mambo ya UDA hivyo. Lakini nataka kukuambia kwamba kitu moja. Hizi siasa zote haimaanishi kwamba unajua tuko na ndugu. Katika familia kuna vijana wa fulana ambao labda mmoja amefika university, mwingine amefika form 4, mwingine hakwenda 8 kwa sababu ilikuwa ngumu, mwingine alisema mimi sisomi nataka kufanya kazi tofauti, lakini wote ni vijana wa mtu mmoja. Ni vijana wa mzee mmoja katika familia moja. So I want to say kwamba even in 2027 as we approach the elections 2027, wakisii tunaweza kuwa katika nyumba tofauti, lakini sauti ni moja. Sauti yetu lazima itakuwa ni sauti moja. It doesn't matter which party we are coming from. But I want to tell you, at the end of the day, we are going to command one party ambayo itachukua more than 80%. Hizi zingine zitakuwa, lakini they will not be having, zitakuwa na ile sauti kwamba pia siko na uwezo. Sitakuwa hapo pale, yes, lakini sitakuwa na uwezo. Kutakuwa na chama moja ambayo itachukua 80% of the command ya Wakisii wote. Na kila mtu ataingia hapo. Na chama hiki ni chama kipi? Kwa sababu tumemwona Fred Matiang'i mwenyewe ni sasa hivi ni deputy party leader wa chama cha Jubilee. Na ndiye anapigiwa upato na watu wengi kutoka sehemu hii kama kiongozi ambaye anaonekana kwamba amejitoza ama amefanya kila ambacho alikifanya katika serikali ya Uhuru Kenyatta. Basi ni chama kipi hichi ambacho sasa tunaona kwamba huenda watu wakaingia pale ama jamii nzima iseme kwamba this is our party? Remember the 2002 we had
Ford people. Na Ford people watu wengi waliteuliwa. Hiyo time if somebody was against, hata kama ni mtu ambaye ako sawa kabisa, anaonekana ni mtu atafanya maendeleo, ile ambao wengi utaja kwamba ni wave politics ambaye yani amechaguliwa tu kwa sababu ako hapo na support mtu fulani. So in this scenario now talking about the 2026 heading to 2027 general elections, which party is this now that the Omogusi might be in as preparing themselves for the 2027 general elections? Nataka kusema hivi. Vyama vile nimesema kwamba hapa awali kwamba vyama ni vingi. Lakini kuna chama moja ambayo inaweza command 70 to 80% of the majority of the cases ambao wataingia hapo. Na hiyo chama itakuwa ile chama ambayo kiongozi Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i atakuwa amesimama nayo. Na sitaki kusema ni gani kwa sababu wakisi wako hapo na wanajua, wanamwangalia. Lakini nataka kusema kwamba chama ile ambayo yeye mwenyewe atasimama, aseme kwamba mimi nimesimama katika kiti cha urais nchi yetu ya Kenya na nitasimama kupitia kwa hii chama, 70 to 80% ya Wakisii wataingia katika hiyo chama. Na imaanishi kwamba hao wengine wako katika sasa. For example 2022, 2017, 2013 tukiangalia katika hiyo miongo mitatu, the three kind elections about tumemaliza, ODM was the leading party in Gusii. Lakini ukiangalia 2022 ODM imeenda ikienda chini, imedidimia. Why? Na ilikuwa the strongest, na Raila, kila mtu alikuwa anapigia Raila kura. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya vile ambavyo watu wana passive, vile ambavyo watu wamefikia katika hali ya kufikiria kwamba je, mwelekeo ambao tunaona katika chama hiki unaelekea ukienda wapi? Sisi kama Wakisii tumehusishwa ndani. Sisi kama Wakisii tuko na share gani katika hapo? Unajua wengine walikuwa wanasema mara share imekuwa, this kind of share issue is not something that you can be able to deny. Is kama kusema kwamba I was looking at what the president was saying, when Wakikuyu waki-unite it's tribal. Lakini currently wakiambiwa kaa pamoja, hiyo si tribal. So people are looking at the narrative kwamba when it's about them, it's a problem. When it's about us, it's not a problem. That is where so sisi kama Wakisii najua, at the end of the day we shall be able to be united, as much as we might not fought in one part all of us, but kura ya Okengo Matiang'i Fred ambaye ni presidential candidate, it will not be a discussion. And those people who will be saying anything, trying to behave like suggesting in a manner kwamba hawako karibu na yeye, wanakaa kando ama wanamtusa ama wanataka kuongea mambo ambao hayaeleweki katika eneo ya Gusii. I think I want to say that they have to start thinking about themselves from now. So in that scenario, let me give you an example. In 2022 elections, ODM was the leading party in Gusii. Raila was the leading presidential candidate in Gusii. But how many MPs did ODM produce in Kisii County? I think it produced only 4. Only 4. Actually, it's 4. Only 4 MPs. Why? Now Raila was the leading presidential candidate. He was the darling of everybody. Kwa nini ODM ilipata only 4 members of parliament from Kisii County? When you go to Nyamira County, ODM ilipata 2. Only 2 Masaba and Borabu constituency. Yeah, West Mogirango, Steve Mogaka is Jubilee. North Mogirango, Joash Nyamoko is UDA. You see? And ukikuja hapa Kisii, you want to talk about Anthony Kibagendi, Kitutu Chacha South. You talk about Alpha Miruka, Bomachoge Chache. You talk about Dan Manduku, Jalibari, and you talk about who else? I think there is a guy from, is it Bomachoge Borabu? Kuna Bomachoge Chache. I can give you the name. I can give you. So what I'm trying to say is this. Yes. Bomachoge Borabu, that is Obadia Barongo, that is where we have ODM, and then we have Daniel Manduku and Anthony Kibagendi, and I think I think there are 3, not even 4, there are 3. We only have ODM 3 MPs in Kisii. And of course the governor was from ODM now. Yeah, we don't talk about the governor, we talk about members of parliament. So out of 9, we only have 3. So does it mean hiyo ni party ambayo imeweak? But with the presidential candidate, alipata almost 80% of the votes in Kisii. So what we are going to say, kwanza yule alikuwa Mjaluo. Alikuwa baba ambaye tulikuwa tunampenda from the other side. Sasa hapa ni mtoto wa nyumbani. Mtoto ambaye tumempenda. And you see, Matiang'i is not compared to any other candidate. Matiang'i is a man who is compared to himself in terms of service delivery. Akifanya kazi, akisema, anasimama na policy na inafanya kazi. And you can imagine some of these things that he was standing for, zingine wakati huu asifanyi kazi kwa sababu gani? Because he is not there.
Look at what Michuki was doing during his tenure. Michuki alikuwa anasema kama ni gari ikuwe na rangi, ikuwe na kitu fulani, ikuwe na kitu fulani. If you are not doing that, unaingia ndani. Hiyo sako haifanyi kazi. These are the kind of leaders we are talking about in Kisii, and that we want even not only in Kisii, even in the rest of the country. People who can be able to deliver and make the country move from one level to the next level in terms of politics, governance and administration. But people will tell you that Matiang'i is not a politician, but he is a technocrat who can just get into office and make things work properly, the way he did in ICT when Kenya was getting out of analog to digital. He went to education sector, he made things work out. Yeah. And of course, lately what he did was in the internal security, and things worked out. Yeah. Now that even if we are talking about him, he is not seen to be a politician like compared to other people like Uhuru Kenyatta, William Samoei Ruto, other politicians that you can name, that go to rallies and of course they can command people and do things happen politically. People term him as somebody whom can be an administrator, make things work out. Then that is what they are comparing him to. And then we are saying that he might be, we can't compare, you are saying that we can't compare him with any other politician. Yes. Is that possible? Matiang'i is not a politician per se, he is an administrator. And you see in governance issues, we look at administration. And administration is very key for pushing the policies that the government is putting in place. Kama tumesema jambo fulani, kama it's the issue of the education sector, there are several policies that are supposed to be taken into so that sifanye kazi wanafunzi na wazazi na the whole sector of education iendelee ionekane kama inasonga mbele na everybody is actually comfortable with that. When it comes to health sector, the same, mambo ya SHA na vitu zingine. So this is a person who knows what is supposed to be done, how it's supposed to be done, and can question why it's not done in the right way. So this is the kind of people. You see in politics, watu wengi wamezoea siasa ambayo mtu anakuja na kudanganya live. Anakuambia atakuletea ndege kesho, utapanda kesho. Alafu unapiga makofi leo ukingojea hiyo ndege ya kesho. Na hiyo ndege haitakuja kesho, utakwambia nilisema si kesho, lakini kesho ya leo ni kesho inakuja. At the end of the day, you will be here waiting for that ndege and it will not be there. So that is kind of politics we're talking about. But Matiang'i is a guy who actually knows what is supposed to be done, how it's supposed to be done, and who is making a mistake in doing it, not doing it in the right way. And this is where the country has reached. Ukiangalia nchi mahali imefika sahi. I was watching a clip yesterday about this issue of Nyota, mambo ya pesa ya Nyota. And I was watching and seeing people complaining about what Nyota is, where it has come from, what is happening around the Nyota issue. And I was questioning, if the government is very really interested in terms of supporting the young people, vijana ambao hawana kazi, vijana ambao wamemaliza shule, hata wale ambao hawajamaliza shule lakini wameenda katika taasisi mbalimbali za masomo na wamehitimu katika njia moja ama nyingine. What is the country doing in terms of the policy making ya kusaidia hao vijana na katika this generation ili kwamba isonge mbele so that people can be able to gain from the knowledge of these people and the country can improve? Because the country cannot gain, nchi iweze endelea kama tumii uwezo na manufaa ya vijana ambao wamesoma wako nyumbani. Some of them wako hapa nje na matumizi katika mawazo ambao wamesoma katika mataasisi mbalimbali hayatumiki. Hawachatumia katika yale bazoea yao kufanya kazi ili kwamba wainue nchi katika njia moja ama nyingine. Different companies, vitu tofauti hata katika sekta ya private sector hapa nje. Kama ni biashara, kama ni matatu, kama ni nini, we are not using these people. Most of them are idle. These are idle resource. What is the country doing? What is the governance doing? That is where we have a problem. That's where we are saying that even in Gusii, we are talking about the Kisii County and Nyamira County. We have the governors. These governors have access. Wako na access ya issues watu wengi wageni, investors from different other counties or countries. People ambao wako na uwezo wa kuleta mambo tofauti katika nchi yetu ya Kisii ama maeneo yetu ya Kisii ili kwamba tuegeze kitu fulani eneo la Kitutu Chache, tuegeze kitu fulani eneo la Nyaribari, tuegeze kitu fulani South Mugirango, so that the people who are here, the resources that are available in Gusii can be used. This is where we have a problem in leadership. People are only shouting up and down kila siku, lakini hawachatoa mwelekeo wa kusaidia watu wetu wa Gusii waone kwamba nchi yetu ama maeneo yetu ya Gusii yametoka katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Look at what is happening in Kiaru constituency with the Ndini Nyoro. What is happening is that the education sector, forget about the rest of the other sectors, looking at the education sector, the infrastructure itself, mambo ya mashule. Can you imagine there are schools in Gusii ambazo mpaka saa hii hazina milango?
Of course. Classes hazina milango. There is one, of course, and it's in your constituency, in Taro. I can mention that because I know don't mention much. Now, umeongea about the Nyota thing, but what I heard about it is that those people who access it ni wale watu either wamefanya technical courses, not people who are graduates from universities. And wherever you are accessing it, it's boosting some people in doing business. And then you have to go for a training. And that is what we have been asking severally. I'm not like giving them a plus in that, but they are trying to do something. The thing is, the young people, wamekuwa wakiambiwa already last year, or the good part of last year, tuliona the other members of parliament wakija Kisii, or they're empowering women and youths. But now, you are empowering people that you have not trained on how to use that money you're giving them. But on this other side, I have seen that even those who have received those money, they are saying that they have been trained in 2 or 4 days on what they are going to do, and the others are already in business and they're doing business and they're boosting their businesses. Maybe hatujajua sana, maybe kama imeletwa kwa sababu ya siasa za mwaka 2027, but there is something that is being done. Tumeona mikutano imekuwa ikifanywa kisiasa hapa na pale. But the thing is, are our leaders putting what are they doing what's supposed to be done to lobby for that, and of course ensure that these young people, as much as tumesema vijana ni wengi hapa Kenya, kazi hazipatikani, the government inasema it's sending some people to work outside the country, that is exporting some labor from the country, either in electrical whatever, plumbing and etc. wanaenda kufanya kazi za nje, na rais amekuwa akisema hayo yamefanywa na maybe up to 400,000 people wameenda nchi za nje kufanya kazi. Maybe we don't have the exact figures of those people who went to the country or outside. So the question is the government and of course the leaders ambao wameteuliwa so from this region, are they doing what's supposed to be done to ensure that these people are getting the services properly that they are supposed to get? Umetoa mfano wa Ndindi Nyoro. Yes, Ndindi Nyoro, huko Kiharu constituency, whoever who's living there, kwa sasa hivi mwanafunzi ambaye ameingia grade 10 ama secondary school, analipa shilingi 500. That is a school fees atakuwa analipa kwa mwaka. Day school. Day school, that is. And then the question is that, ni nini amefanya? That is what the other members of parliament, or we are supposed to ask ourselves, ni nini amefanya mpaka akahakikisha kwamba wanafunzi ama mzazi atakuwa analipa shilingi 500 kwa mtoto wake ambaye anaenda day school pale? And the thing is, of course, they are being given the same amount for NEG CDF, but what are you giving the first priority? That's the question. We saw other members of parliament saying that, oh, we want to know exactly mali ametoa pesa hizi. Afanyiwe audit. Ni sawa, it can be done. Like kama ni pesa ameiba, but ameiba amesaidia watu vizuri. If I'm asked, I may say that. But now, the question is, what are these other members of parliament doing? You know, is making other members of parliament to look like they don't know what they are doing. They're not working actually. Let me start from hapo nyumba mambo ya hiyo Nyota ambayo tumeongea. You know, Nyota is a government policy. Of course. Is a government agenda that is pushing to subsidize on mambo ya vijana ambao wanaendelea. And you have said wanasema kwamba they are only supporting wale ambao wameenda technical colleges na labda wainuliwe. So I'm asking you, if we are talking about Nyota na umeleta Kisii, you want to give 100,000 youths ambao wako Kisii ama 50,000 youths wafanya biashara, who is going to buy from them? Because all of them will be doing business. So where are we going to get the people who are going to buy from them? Why do we want everybody to be doing business? So who will be buying? Because everybody will be selling. Kila mtu amesimama kwa barabara anataka kuuza. Anauzia nani? So the question is, if this money is meant, where did the money come from? Is it coming from the office of the president, or is it coming from a ministry? But they are saying it's a ministry. That is the government. If it's a ministry, where are we seeing the president is spearheading all these things all over the country? Must that Nyota issue, the pesa ya kupeana watu, lazima the president be stand to be fronting that idea everywhere? Can't it be a policy kwamba mimi kama president nimesema 1, 2, 3, so the ministerial departments concerned or in charge should be able to discharge this and let the people be concerned? Maybe he has realized that wherever mwenye anatuma afikisha. What is the problem? Yes. What if somebody is not delivering the mandate you have given him? Why are you not reshuffling that person or sending that person home so that somebody can deliver? If you are here today, you are here Nyota. Tomorrow you will be the other side. Tomorrow you will be the other side. Kesho uko kwa mchezo mpira. Siku ingine uko shambani. Siku ingine. Are you the president or you are everywhere?
we must be able to look at you like you are making people understand and do the right thing. So there is something that is fishy. There is something that is not working right in terms of this business issue. I'm not against people having the money to do the businesses, yes. But I'm asking, what is the rationale of having this money and bring it out for the young people? Just supporting the young people who cannot manage to. Yes, I don't deny that. But you are supporting the young people to do what exactly? What are you telling them to do? For example, now we talk about how ambao ulikuwa umesema hapa walikuwa wanakuja last year hapa wakisema they are empowering women and the young people. How many people are empowered? If you look at the michango walikuwa wanakuja hapa wanafanya. I saw the other one of Nyamira where Steve Mwaka was and the rest of the team walienda huko. And when they were calculating one of the groups, kila mtu alikuwa anapata 63 shillings. But after now coming with 3, 4, 5 million and everybody doing calculation individually and you get somebody gets 63 shillings or 100 shillings, is that empowering somebody? I had the member of parliament of South Mugirango, Silvana Sosora, who is the chief whip of the National Assembly, denying those allegations that they are giving out 62 or 63 shillings. That those people wenye walikuwa wanapata hizo pesa, they are groups. For example, bodaboda chamas wako na group zao na wakipewa hizo pesa wanaekeza hapo, zinawasaidia either kulipa madeni yao ya pikipiki ama kujiendeleza kimaisha as they are working on their daily whatever. Even chama za kina mama huko mashinani, and we have seen these women reps, they do it so much. So maybe we don't have them to answer that question, and I'm not answering on their behalf, but I'm just saying what I've heard them say when they're being asked the questions about the 62 bob or the 63 shillings that are said to be dished out. But now another thing that we need to look at it in a different way. Of course, you might be having a group. Maybe you have registered a group today because you have heard Bwana Nelson Gichana ni mbunge, kuna pesa ameleta za empowerment. All right? So if we have heard that you are coming, we might, for us to get that money, we have to register a group for us to get it. We can come up and tuseme tuende to register, so long as tupata pesa chenye tutafanya nacho sisi tunajua. So that might be another scenario of how the 62 bob or 63 shillings came out. But the truth of the matter is, Jeff, when we are doing kama tumepanga harambe ya kusaidia kikundi A. Na kikundi A iko na watu 100. For example, tumeitana wabunge na waheshimiwa madiwani na wengine wote wamekuja katika mjango wetu. Wametusaidia, tumepata 1,100. And we are 100 people. That's an example. Tuko watu 100 kikundi chetu cha bodaboda na tumepata 1,100 for example ama milioni 1. Katika hali ya kuchendeleza sisi kuna vile ambavyo tutaamua sisi kama kikundi kutumia hizi pesa. Aidha tuitumie kama chama ama tuitumie kama individuals, kama mtu binafsi. Tuseme tukumepata 1,100, tuko watu 100, peana hii pesa kwa kila mtu ashiendeleshe kivyake, arudishe. Kama ni loan, kama ni nini, tutarudisha. Kama ni yenye ni loan tumepata, tutarudisha. Kama ni yetu, kila mtu apatiwe ashiendeleshe kivyake. Ama tuitumie kama chama ya bodaboda. So if you look at 100,000 for 100 people, that is 1,000 shillings. That's an example. That's 1,000 shillings. 1,000 bob, yeah. 1,000 bob for 100 people. That's 100,000 amount tumechangiwa. So mtu ataenda huko aseme tumechangia chama fulani 100,000. You are looking at the money in terms of volumes nyingi. But when you go to individual support, individual advantage, you'll get mtu amepata shilingi ngapi? 1,100. What is it exactly 1,100 going to do for a bodaboda ambaye ako na bibi, ako na watoto, mmoja ako college, mwingine ako secondary form 4, mwingine form 2, mwingine ako primary, na ako na nyumba analipa town, na hizi vitu zingine zote siko. And you are saying, going around everywhere shouting, you have assisted that group. You see, let us be honest. The leaders should be able to be accountable in terms of ensuring that we have a working environment ambayo inasaidia these young people not only to generate 1,000 in one day for 1 year, but generate 100 shillings every day for the whole year. But I think that is why the Nyota thing or the Nyota team is doing a training before it gives money, and it's giving it in our pair. Kama imepeana nusu hii, tena nusu ngine utapata after you have shown on how you have used the other money in terms of the business yenye umesema you are going to invest in. Ningependa kidogo tutoke kwa hiyo national thing about Nyota. Let's get back to the today's topic ambayo tulikuwa tunaangazia about the Gusii politics. Now, kuna masuala makuu ambayo yanaendesha mijadala ya kisiasa katika eneo kaunti ya Kisii na kaunti ya Nyamira. Na kuna swali moja kila mtu anajiuliza, je,
siasa za Gusii zinaegemea maendeleo au ni watu binafsi, depending on how you view it? Ni kipi kile ambacho kinaendelea? Because currently everybody is complaining, both in both counties, Kisii and Nyamira. Sometimes if there is service delivery iko, lakini iko chini. Elsewhere it's not there completely. What is really happening? Is it that watu wako na vitu zao kibinafsi ambazo wanataka kufanya, the politicians in the area? I think we have a problem with most of our leaders, kwamba mimi nikishatoka uongozi, mahali nimeachia kazi, mwingine akiingia hataki kuanzia mahali niliachia, anataka kuanza vile yeye alikuwa amefikiria akitoka nyumbani. You see, it's like you are coming to a school. You are a teacher. Umeingia umetolewa shule fulani, umekuja shule, umepatiwa transfer from shule A, umekuja shule B. Ukikuja shule B, kama ulitoka shule A, lazima ukuje hapa uulize, je, katika hii class subject zinafundisha ni maths, mlikuwa mmefanya logarithms ama mlikuwa mmefika matrix? So that ujue walikuwa mmefika wapi and where to start from. Kama walikuwa mmemaliza this one, you see you can do a kind of a link up, so that ujue walikuwa mmefika wapi, walikuwa wameelewa, so that you can be able to start from there. But sasa ukikuja kutoka nyumbani, ukuche na mawazo yako, kama mwingine alikuwa ameanza barabara, ama alikuwa ameanza hospitali mahali fulani, ama alikuwa ameanza shule class mahali fulani, wewe unakuja unataka kuanza kitu tofauti, that means you are lagging behind that project ambao ilikuwa imeanza na wale wengine. And that is why you are seeing most of these projects ambao zimekwama ama zingine haziendelei vizuri, because people have their own interest to achieve. Alikuwa ameambia watu wake, followers na supporters wake, nikiingia nitafanya 1 2 3. So ile ambayo alikuwa ameingia amemwambia afanye ndio anakuja kufanya, lakini sio ile ambayo ilikuwa imefanywa iendelee. You see, this is some of the areas where we lose public resources zinaenda to our west, because yenye ilikuwa imeanzwa haichamalizika and you are starting a new project. There are several projects ambazo nimeona silikuwa zimeanzwa the last 10 years, almost now going to 15 years, hasijawahi isha. Reason being, mwenye anakuja anataka kuanza kitu yenye ataambia mimi nilifanya kitu fulani, sio ati nilimalizia kitu fulani. And I think that is what is happening in the whole of Gusii. But all in all, despite of all those, the question is this: if we are receiving like in Nyamira, we are receiving around 5 to 6 billion in a financial year. In Kisii, let's say we are receiving around 13-15 billion in a financial year. That is the question I'm asking. Yeah. If this budget, we have CECs, the kind of ministers of a county, ambao wanafanyia, the MCAs wako pale, budgeting inafanywa, implementation inafanywa na the administration inside there, ambao ni public officers wa serikali, wanafanya implementation of what has been done. And I'm asking, why are we having all this money? Now, as much as the government, the hapa government ambao ni national government, haitumi pesa in the right way, haitumi pesa wakati ambao unafaa. But some of these things, we are not seeing them working. We are not seeing delivery of services everywhere. Talk about the schools, talk about the hospitals, talk about the roads. We are not seeing anything working out tangibly well. Hata ukiangalia kwa rami zinakuja hapa, mtu anaweka rami kokoto moja, just a piece of kokoto inawekwa taa inakuwa black, mtu anaona tumewekewa rami. But sasa gari kubwa ikikuja na mzigo ikanyaga, ile kokoto moja imetolewa, tumebaki kwa maram na barabara imeisha. And people are saying that tumefurahia, tumeona rami, ati barabara imekuwa black. Are we talking about kuona vitu, ama we talking about quality of service delivered, so that this load ambao imefanywa can stay for the next 5 years, tusirudie kurudia hii barabara, tufanye something else with the same money, so that a county can be able to move. Why are we squandering the public resources for the sake of kudanganya watu kwamba kitu fulani imefanyika, but in reality we are not going to benefit out of that? But that is where we have. So the problem we have with our leaders is incompetence in administration, incompetence in using their brains well, so that these can be able to see hii kitu inaenda kunisaidia mimi, ndugu yangu, mtoto wangu, my brother, my aunt, my mother, my father, and anybody else. It's not about my interest, it's not about my stock, it's not about my supporters, it's about our people. Yes. Talking about the way that politicians do their business, or vile ambavyo wanafanya maendeleo humu nchini. Of course, we have been having some government projects, or government that the projects ambazo zilikuwa zimeanzishwa na watangulizi na zijaendelea zikamilike bado. Na swali ambalo tunajiuliza, what transpires to that? Ni kipi kile ambacho kinafanya hilo lifanyike? Is it that ni venye nataka kufrustrate the people from that region? Because mostly wengi utaja kwamba it's either this person didn't get enough votes from that region. And what we know as per the Constitution of Kenya, so long as umechauliwa watu wanaenda katika michuano,
it's a race. So huyu amekimbia, ametangulia. Kuna yule number 1, number 2, number 3. Obviously tutakuwa na magavana wawili at the same time. We need to have governor moja at a time. And maybe tamu ya mwingine ikifika nayo itafika na atachukua. But why is it that now they are doing, is it because of their personal interests, ama ni kutaka kupunish mwananchi wa kawaida kwamba hii eneo ni kama juu mlikuwa mmeletewa hii project, you didn't vote for me, na sasa nitaiwapunish ika hivyo? It's two way. Vile umesema ni kweli, both sides. Kuna vile leaders wanataka kufrustrate wananchi because they didn't vote for them, na kuna vile leaders wanataka kufanya kivyao waachane na wale ule kiongozi wa kwanza so that they can frustrate him as an individual, not the people. So it's two way. And I have seen it happen. Kuna let me give an example. One of the dispensaries ambao ilikuwa inachengwa pale upande wa Nyamira na ilianzishwa I think 2013. Ilianzishwa around 2013, 2015 hapo. Today as we speak haijawahi isha. This is 2026. Close to 10 years plus. Na haijawahi isha. The reason is mwenye alikuwa hapo awali alifanya kazi akaachia njiani, maybe the financial year pesa haikuisha, ama pesa wakati ilitumika ikaisha, hospitali dispensary haikuwa imeisha. So mwenye ameingia mgeni anaangalia kwamba how many votes did I get from this region? And what exactly am I going to benefit? Hata kama nikimaliza this project, nitaenda kubenefit nini? Do they have a candidate from this region mwenye ataenda kunipinga? Kama hayuko, I'm going to finish it so that they can support me. Kama kuna mtu ataenda kuifrustrate more so that that region can continue going down in terms of development, lakini pande ile nyingine ambayo ilimsupport iendelee. But you see, at the end of the day, I'm asking the question to these leaders. And these leaders ambao wanaenda katika, for example in county government, watu ambao wanafanya this planning ni watu ambao ni MCAs. MCA amechaguliwa, they come up with projects from where they come from. Kuna ile ward development plans ambazo zinakuja wanakaa katika mikutano, tunaangazia ni nini tunahitaji katika ward yetu, tunasema priority 1, 2, 3 tunaenda. Anaenda nazo katika county. When they are doing budgeting, they allocate those budgets. Wanaweka kitu fulani, tunaweka kitu fulani, tunaweka all the areas tunaweka chini, so then they start working on priorities. Sasa this financial year tunaweka kitu fulani. The next financial year tutarudia kitu fulani. So at the end of the day you will find kile kitu ambao tulikuwa tumesema sehemu fulani, kama ni barabara kingine ka linkage, ama kuna ka bridge, ama kuna ka dispensary mahali fulani, you will find tumeisema as a priority from this end, but when they go for the budgeting, it's not discussed. And at the end of the day, it's not put into the budget. So hakuna pesa ambayo itakuwa allocated for that project. So atakuja waambie tutaweka pesa, ama tuliweka pesa, ni labda ni serikali haijafanya. But in reality, it is these people who are the MCAs who have not done that. So sometimes I want to tell you, wananchi wanaumia. And I think the problem mostly, some of these things about to happen, wananchi ambao wanajiwekea shida. Because the Kenyan people, mwananchi wa kawaida, mimi na wewe ambao tunapiga kura, tunaambiwa kwamba nipigie kura because I have given you 50 shillings, 100 shillings, 200 shillings. At the end of the day, nikishachukua hiyo kiti, I will make sure nimeenda kwa Ibanet, nimeingia katika shimo fulani mahali fulani for 2-3 years. Nikae kidogo, nikijaribu kurudisha ile pesa kutoka kwa projects tofauti. Because I'm in charge of some of those projects. Nitajua kwamba kama ni barabara inatengenezwa mahali fulani, contractor mimi ndio nitashughulikia nani atakuja. Mara mahali italimwa ni mimi nitatafuta, nihakikishe nimeweka mtu wangu pale, mora muiletu. So whatever that is going to happen, at least I have a percentage of that. And at the end of the day, what was expected to be quality delivery of service in terms of barabara, in terms of project, nyumba fulani inajengwa, it's going to be yani inakuwa substandard kwa sababu resources ambazo zingekuwa zimetumika zote zingie pale asifanyike. The same way when looking at education sector, mambo ya bursaries, MCA na county government wako na pesa ambazo zinakuja in terms of bursaries. Then you look at the bursary giving out. What was the essence of bursary? The essence of bursary was mtoto ambaye ni maskini, mtoto ambaye wako na akili na ni maskini na hana uwezo na hana mzazi, angeshughulikiwa wa kwanza. What we call the most needy. Most needy ambaye mtu wa kwanza ni total orphan. Unakuja unapata katika community kuna total orphans ambao wazazi hawako. They are very bright. Hawashughulikiwi kwa sababu gani? They don't look at them. Wanakuja wanakuambia najua niliona watu ni wengi na nikaona wacha niwasaidie kila mtu, nikaona wacha ni balance kila mtu apate, at least mtu mwingine asikose, na kuuliza una balance, yes, kila mtu apate, yes. But huyu ambaye hana mzazi na hakuna need, anatakikana kwenda shule, nani ataenda kubalance yeye aingie shule? Because this is where the essence of the CDF was, or bursary was. So we are looking at the leaders kujaribu kuwa tu populist leaders, mtu ambaye anataka apendwe na kila mtu, but in reality you are not delivering to the needy people of the community. Watu ambao wanahitaji msaada katika hapa community ndani hawapati huo msaada, because you are looking at being popular with everybody.
you know, leaders, that's why I was telling you, Uhuru Kenyatta, 2022 and slightly beyond, kuna watu ambao walikuwa na hampendi sana katika maeneo yake ya Central Kenya, mahali ambapo anatokea. Kwa sababu ya ile mambo ambayo alikuwa anawaelezea. Alikuwa anawaambia kwamba kiongozi fulani nikiangalia hivi nikiona, mkiegemea upande fulani mtaumia. Watu walikuwa wanampigia makelele, wanamshautia, wanamtuzi, wanamfanyia kitu. But as we speak today, is he not the darling of the people of Central Kenya? Of course. Is the darling of Central Kenya and even the whole Kenya. Because alikuwa anaambia watu. So this is what happens to the leaders. Mtu anajaribu kuambiwa fanya kitu fulani, you don't want to be the popular to everybody, but you do the right thing kwa sababu kwanza mtu ambaye anataikana kushukuru na kupatia baraka ni Mungu. Because you are doing the right thing for the community ambaye mtu ambaye anahitaji. I want to give you an example. Kuna mtoto ambaye anatoka katika jamii ambaye yeye this child ako very bright. Not necessarily very bright. Sio lazima akue apate A ama hapate 500 marks out of 500 ama 1000 out of 1000. No. This is huyu mtoto ambaye the constitution of Kenya says basic education is mandatory to every child. Basic education means what? From darasa ya chini mpaka afike form 4. Form 4, yeah. That is the basic education. Inatakikana ifike hapo, it's supposed to be free. Sasa unakuja unapata mtoto badala aende college ama yani shule nzuri ambayo mahali ameitwa kwa sababu hana mzazi, hana uwezo, hana njia nyingine, anaambiwa anapatiwa pasari 3000 ama 5000. 3000 hiyo ni tuition because fees ya shule ni 35, 40, 55 up to 60. Shule zingine zinafika mpaka 7 hapa 8. So if you are giving a student 3000 for a whole year, financial year, are you telling me mtoto atasoma? And that is a question most people ask, and of course last year there was a discussion ambayo ilikuwa ina bit around the education sector, and the people were like, mbona hizi pesa zote tunasema mbunge ako na basari, women rep ako na basari, MC ako na basari, governor ako na basari, mbona ziziweka kwa kiti moja, and then from there then the students can be, the Kenyan student the Kenyan kids ama watoto wa Kenya wanaweza kuwa wanasoma for free. I remember this thing ililetwa na the former president, that is the third president of the Republic of Kenya, Mwai Kibaki, and it's really helped a lot of people, and mostly that is now the current Gen Zs, and of course some of the those other hizo nini zingine ambazo bado hawajapata kazi kwa sababu there was education na walienda shule wakajifunza na bado hawajapata kazi. Now talking about this leadership thing, what do you think that the leaders should be able to do to ensure that they are giving service delivery to the common mwananchi? I've seen something going on right now. Inatembea mtandaoni hapa ya mambo ya Nyamira County. I'm giving an example about climate change. World Bank project ambazo zilikuwa zinaleta pesa kupitia environmental department of a county, climate change, mambo ya kushughulika mambo ya project ya ukulima na maji na nini. And I saw a document, I don't know whether it's true or not true, but I saw a document inasema kwamba from the Minister of Treasury or National Planning and Treasury, Mheshimiwa John Mbadi, akisema kwamba they have suspended all the projects ambazo zilikuwa zinakuja through World Bank to Nyamira County kwa sababu there is unaccountable resources ya pesa ambazo inaonekana zimetumika aje, zimeenda lakini hazionekani mahali zilifanya kazi. So I'm basically saying this. If we have a county, we have people who have been bestowed with leadership, with management of public resources, ambao wamesemekana kwamba wameenda shule wamesoma hiyo sector. Why do me as a governor, why do I have to give a job to somebody who is incompetent in the first place? Why do I have to give a job to somebody just because I correlated na mimi ama alinipatia kiti ama alinisaidia katika uchaguzi nikapata kiti? Just because of that I give a job to somebody who is incompetent, who is not going to deliver into a particular ministry. Number two, projects ambazo zinakuja na World Bank. These are projects ambazo ziko na policies, ziko na standards of management. Sikuna njia ambayo projects hizo zinafanywa. Unaelekezwa unaambiwa kwamba hiki lazima kifanye. Ukifanya kama ni kuenda kununua kitu, lazima kuwe na LBO, lazima kuwe na receipt ambayo iko na ETL, lazima kuwe na resources, pesa zikitoka pale usitoe kwa cash, lazima ziende through bank to bank transfer and several other things. So the question is this, if all these things are supposed to be done, all these things ni vitu ambazo zimewekwa chini, unatakikana kuangalia, and you are here in charge of that project. Na unajua I'm supposed to do this and you don't do that, and then at the end of the day tunangojea mpaka tukuje kuandikiwa barua tuambiwe we are not competent, we have done misuse of resources, na tuko hapo na tunaangalia. I think there is a problem with the management. That's why I'm saying leaders, kitu ya kwanza, wananchi
mwananchi wa kawaida, Mkisii yote na mwananchi wa Kenya mahali popote ulipo. When you are going to elections, unapoenda katika uchaguzi, don't just rush to elections kuchagua mtu kwa sababu ni ndugu yako, cousin yako, auntie yako, ama ni nani, ama because amekupatia shilingi 20, 100, 200, 500, ama amekupatia sabuni ama sukari ama nini. Go to vote for leaders ambao who value the community, who value the interest of the community, the interest of the people of the community. People are in need, people are in need of services, people are in need of hospitality, watu ambao wanahitaji elimu, watu ambao wanahitaji barabara, watu ambao wanahitaji maji. These are the people you are looking at and the people who are going to be in need. So tusichague watu kwa sababu they have given us something, and that's where incompetence comes from. Na at the end of the day we are losing resources ambazo zinaingia katika mifuko ya watu. Ni kitambo hii pesa itoke kwa mifuko ya watu irudi mahali ilikuwa inafanya kazi, huyo mtu labda amekufa. Utamtoa wapi na hiyo pesa? At the end of the day we can't go to a court to claim from a corpse. Kama amekufa na alikuwa ametumia pesa ya serikali vibaya ama pesa ya account vibaya, tutatoa hiyo pesa wapi? So let us have people who are competent, let us have people who are going to deliver, let us have people who have the interest of the community at heart. Kwa sababu kama saa hii we have been discussing about kuwa na kampuni ama kuwa na company industries in Gusii region ambazo tuko na avocado mingi, tuko na miwa, tuko na vitu mingi. But we are not having anything of this. Tuko na ndizi, tuko na avocado, tuko na miwa ambazo zinakaa Kisii all over. Wakikuyu wanakuja hapa na magari, wanaokota, wanapeleka pande ya kwao. The same way unapata we don't have companies or industries in Kisumu ya samaki ama Homa Bay. Inatolewa pale, inapelekwa Thika, inaenda kusiagwa pande ile. Why are we not having these companies here? Why are we not having investors? Because we have people. And watu waliambiwa wapande avocado sijui zile zinafanya nini, sijui zinafanya nini, sijui improved, sijui what. Watu wengine wakapanda, zingine haziendi mahali, zingine hazizai vizuri, wengine hata wamekata, wameacha chini. What are we telling our people? Tunakuja na idea, we are not working on that idea, we are not looking at the end result of the idea, na tunaachia watu njiani. What we need is to ensure that tunapoanza kitu, kama it's something that is going to deliver for our people, kwa sababu tunaona kwamba katika local community this is what we have and this way we can be able to make our young people and even our people ambao wanaishi katika hii community waendelee. Let us do something na tunahakikisha kwamba inafanya kazi. Like now we have some small factory kako hapa Coca-Cola hapa kama ambao inatengeneza crisps. Pande hii hapa tu ya ndizi. Crisps zinatengenezwa hapo. Na mtu ameweka watu wake hapa wachache. But that thing can be done because this is zimejaa Kisii. Tukistop hizi ndizi kwenda nje ya Kisii, we can have so many ndizi here. And this company can be able to be improved to become a big industry. We can employ more than 500 to 1,000 people here. Na hizo ndizi zinatolewa hapa, magari yanatoka hapa, tunapatuka trucks na watu wananunua hapa, zinaenda ndani hapa kutafuta ndizi, kunaleta hapa. Instead of selling ndizi to Nairobi at 3,000 ama 500 shillings, you are selling it here at 300 or 400 na inaendelea continuously. And we are getting our people, middlemen people, and our young people are going to do that. But sasa we are having leaders about our project, our thinking is either in terms of selfishness or in terms of kuangalia kwamba je, mimi na watu wetu tutafanya nini, tutapata nini, watu ambao wale ni support. But you are not looking at the bigger picture of Gusii in general. But I think some of the politicians, whenever they were getting into, whenever they were campaigning, that is what they used to promise that they are going to put up factories. I remember there was a factory about ya kutengeneza ndizi hapo, kutengeneza crisps. That was said, His Excellency, the current governor of Kisii County, had promised to do that. I remember there's a factory at in South Mugirango. Hata ilikuwa imekuwa launched with the former Governor Kisii County together with the former Prime Minister Raila Amolo Odinga the late. Na ni kiwanda cha sukari kilikuwa kimelaunchiwa and it just disappeared. I don't know how things worked out. Na one of those story projects. But now ningependa tuchukue mapumziko mafupi kisha baadaye tunarejea kuendelea na mazungumzo tukiangazia siasa za Gusii. Na swali ambalo tunauliza, je, viongozi wamewajibika? Na katika eneo la Gusii siasa za mwaka 2027, je, mnaona kunaenda namna gani? Zungumza nasi kupitia nambari yetu ya SMS 21575 na bila shaka kupitia mtandao wetu wa WhatsApp utakuwa unatuma ujumbe pale 0711199890 na bila shaka tupo live katika mitandao yetu yote ya kijamii pale Facebook na YouTube. Utakuwa unazungumza nazi pia, ikiwa unalo swali la kuuliza utakuwa unatuma pale. Tukirejea tutakuwa tunaangazia hali ya kisiasa hapa nchini ama eneo hili la Gusii, na kulikuwa na ile ambayo ilitolewa na Center for African Progress CAP ambayo ni
takwimu ambazo zilionyesha jinsi ambavyo wale ambao wametajwa wanawania ugavana katika kaunti ya Kisii vile ambavyo wanafanya. Bila shaka tutakuwa tunaangazia na kaunti ya Nyamira ni kipi kile ambacho tutarajia mwaka 2027. Tunachukua mapumziko mafupi, tutakuwa tunarejea. Jina langu ni Jeff Nyakundi, mwelekezi wangu ni Bwana Lucas Ouma wakishirikiana na Alex Mungare. Tutarejea hivi punde. Katika maisha ya kila siku, changamoto za kisheria sikosekani. Iwe ni haki zako kazini, masuala ya ndoa, mikataba mbalimbali, hata kwenye ardhi. Karibu kwenye Sheria na Jamii, kipindi kinachochambua masuala ya kisheria kwa undani zaidi. Hapa tutakuwa na wachambuzi wa sheria wa kusaidia wewe mpenzi mtazamaji kuelewa ni kipi kile sheria ya Kenya inasema. Ni vizuri utumie sheria ambazo zimewekwa, the laws that are in place to help you control the properties even when you are dead. Kwa mob justice, wale ambao wanahusika katika mob justice wanaweza kuletwa mbele ya mahakama na wakafunguliwa mashtaka, either iwe ni a murder charge or a manslaughter charge. Kila siku ya Jumapili kuanzia saa 2 hadi saa 3 usiku hapa ndani ya Ndizi TV Africa, nami Jeff Nyakundi. Sheria na Jamii, tukielewa sheria tunajenga jamii yenye haki. Je, wewe ni mmiliki wa aina ya gari aina ya Alto, Probox, Harrier, V8 na Lexus? Jipatie brake pads kwa bei nafuu hivi sasa. Vilevile oil filters kwa gari aina ya Toyota na vilevile Subaru. Ili upokee popote ulipo, piga simu kupitia nambari 0739318606. Mteja mpendwa, ni wakati sasa wa kujinyakulia aina ya flash disk kuanzia 8GB, 16GB na vilevile 32GB. Vilevile earphones, wireless headsets, unajipatia wireless microphones tofauti kwa bei nafuu. Yale ambayo unafaa kuyafanya hivi sasa ni kwamba unapiga simu kupitia nambari 0739318606. Yote unayapata kwa bei nafuu popote ulipo. Strive everybody longs for. Human beings will spend their time online searching remedies for conditions challenging them. Some will go to medical facilities seeking medical help, while others will use herbal means to keep their health hazards. I am Chemutai Kirui, and every week on Afya Yetu, we open the doors for life-changing conversations from wellness and nutrition, preventing diseases, managing chronic illnesses, and even mental health. We bring expert advice, real-life stories, and practical solutions that touch every part of your life. Join me, Chemutai Kirui, on Ndizi TV Africa Afya Yetu Health Show every Friday from 7:30 to 8:30 p.m. and be part of the change.
each one of us, there is a dream. The challenge is how to achieve it. This journey will take inspiration, constant motivation, proper supervision, and strong connections. At Camel Park Training College, we know what makes your dreams come true. Now, all we need to begin in this journey is you. Enroll today in a variety of courses. Choose Camel Park Training College. Naam, ni wakati wa kusikiza sauti inayobeba maono, busara na hali halisi ya kisiasa humu nchini. Karibu katika kipindi Sauti ya Uongozi. Hapa tutakuwa tunazungumza na viongozi kujieleza katika hali halisi ya yale ambayo waliahidi kuyafanya, na bila shaka kukupa wewe mtazamaji nafasi ya kuzungumza kama mwananchi wa kawaida kwa yale ambayo waliahidi kuyafanya katika maendeleo humu nchini. But after making the payment, they deleted. Now, what kind of accounting is that? Because you are supposed to maintain the details of whoever you paid, so that the figures can balance. Watu ambao wanafanyiwa sio kwamba ni wale wananchi wote ambao wako pale wanafanyiwa ile funding, ni makundi haswa. Na zile pesa kufika katika makundi ikamfikia mwananchi yule ambaye alikuwa anachangiwa akapata kiasi kidogo cha pesa. Ina maana kule kuzurula, ule msururu wa kuzunguka inakuwa ni kama ni null and void kwa mwananchi, anaiona kwamba analagaiwa. If you graduated in 2016 and somebody graduated in 2020, the 2016 was to be given priority to get that job. But nowadays, members of parliament have taken over. They get the letters, they dish them in funerals, others they sell them to the highest bidder. Kila wiki tutakuletea mahojiano ya kina na viongozi kutoka sekta mbalimbali na jamii kwa ujumla. Je, unajiuliza maswali ni kipi ambacho kinajiri nyuma ya pasia la uongozi? Basi hapa ndipo unapaswa kukaa mkao wa kutazama na kusikiza. Usikose Sauti ya Uongozi kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 jioni hadi saa 3 jioni. Ndani ya Ndizi TV Africa, nami Jeff Nyakundi. Sauti ya Uongozi. Tunazungumza, tunajenga, tunabadilika. On behalf of Camel Park Training College Fraternity, I'd like to wish you a Merry Christmas and a prosperous Happy New Year 2026. Yes, note that our January 2026 intake is on and you can apply through our website, that is www.camelparkcollege.co.ke. Karibu Camel Park Training College. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tunapoendelea mbele na kipindi chetu Sauti ya Uongozi, hapa tukiangazia masuala ya kisiasa humu nchini Kenya na maeneo yetu ambako tunatokea pale. Na leo hii tukiangazia swala kuu
ambalo ni siasa za eneo la Gusii, tukiangazia kaunti ya Nyamira na kaunti ya Kisii. Awali katika segment ambayo imepita ya kwanza pale tuliangazia generally ni kipi kile ambacho kimekuwa kikiendelea humu nchini, haswa maeneo ya Gusii, hali ya maendeleo humu nchini, na bila shaka ni kipi kile ambacho viongozi hawajakifanya, ni kipi kile ambacho wamelegea kufanya kuhakikisha kwamba maendeleo yamewafikia mwananchi wa kawaida. Nakumbuka kwamba nilikuwa nimekueleza utakuwa unatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook na YouTube tupo live, na bila shaka utakuwa unazungumza nasi kupitia nambari yetu ya studio ya ujumbe mfupi 21575, na bila shaka kuzungumza kupitia mtandao wetu wa WhatsApp kwa nambari 0711199890, tukiangazia suala hili la kisiasa, masiasa za Gusii. Ninaye mgeni wangu studioni ambaye ni mchanganuzi wa siasa, ni Bwana Nelson Gichana, ambaye tunaangazia suala hili kwa pamoja ili kuona njia ipi ambayo eneo la Gusii linajikita haswa katika siasa ambazo zinapangwa mwaka 2027. Sikia kwamba tumezalia na takriban miezi 17 hivi tukiondoa Januari hii ili tufike katika uchaguzi huo wa mwaka 2027. Tukirejea kwamba pala awali nilikuwa nimekueleza kwamba tukirejea tutakuwa tunaangazia kuna takwimu ambazo zilitolewa na shirika moja la kufanya utafiti na kusema kwamba ni Center for African Progress CAP, na kutaja kwamba kuna baadhi ya wana siasa ambao walitajwa haswa kwa ugavana katika kaunti ya Kisii. Na hapa tunamwangazia gavana wa sasa Apollo Simbarati, ambaye ametajwa kwamba tena anawania kiti hicho cha ugavana, aliyekuwa waziri wa elimu Ezekiel Mashogu, kunaye Dr. Enoch Ondari na bila shaka Lumumba Nyaberi, wale ambao walitajwa katika takwimu hizo ambazo zilitajwa. Na bila shaka wale walisema kwamba kuna percentage fulani ambayo ilitolewa kuhusiana na jinsi ambavyo hawa wala ambao nimetaja haswa kiwa Ezekiel Mashogu, Simbarati na bila shaka Dr. Ondari na Lumumba daktari ama Ezekiel Mashogu akitangulia kwa 39%, Simbarati akifuata kwa karibu na 32%, naye Dr. Ondari akiwa na 9.27%, na bila shaka Lumumba Nyaberi akiwa na 4%, na wala ambao wengine wakitajwa kwamba ni others 4.5%, na wala ambao hawajaamua ni kipi kile ambacho wanataka ama ni nani ambao watamchagua akiwa katika 11.23%, na wala ambao waliojiwa kulingana na shirika hili ni watu 3,000, na kila mmoja pale jinsi ambavyo alipata Ezekiel Mashogu 1170, Governor Simbarati alipata 960, Dr. Ondari alipata 278, samahani, na Lumumba Nyaberi 120, wala ambao ni wengine 135, na wala ambao hawajaamua ni 337. Hesabu hiyo yote inaleta takwimu hizo kuwa 300, kikwamba ni 100%. Na nikimuuliza mwenzangu hapa studioni, mgeni wangu Nelson Gichana, ukiangalia takwimu hizo ambazo zimetolewa hapo na Center for African Progress, are they genuine ama ni vile ambavyo wengi utaja kwamba kuna wale wakifanya wanahitaji kupewa kwa kitu ndiposa chapishe takwimu kama hizo? I think I was in Campus and we were doing research projects. Yes. And the essence of our research is to do research. Lazima utoke, uende, ufanye utafiti, uangalie upate kwamba kiini cha jambo ambao unafanya, is it exactly what is happening ama kuna imagination fulani ama kuna kitu ambacho kimeongezwa fulani. So utafiti ni kitu ambacho kimefanywa. Watu wameenda nje, wameuliza maswali, watu wamejibu, na kutoka majibu yale tunapata haya majibu sasa. I want to confirm kwamba this is basically this is just a tip of the iceberg of what's going to happen. Angalia kwamba Governor Simbarati is the sitting governor of Kisii County. And he has done what he has done. And he has not done what he has not done. I think I'm getting, you're getting me right there. He has done what he has done, and he has not done what he has not done. And from what we are looking at the survey here, remember we have said kwamba mahali tumefika saa hii tumebakisha mwaka mmoja na miezi 7 kuingia katika uchaguzi ambao unakuja. Meaning we're into 3/4 of the term.
tumepita zaidi ya 3/4 of the term ya governor ama MP ama anybody else ambaye amechaguliwa. So that tells you kwamba if he has done 32% kulingana na hii survey ambayo imefanywa, that means kuna watu ambao hawajakuwa satisfied. If you look at the people who are others and undecided, ukiongeza others and undecided 155 plus 337, that is more than 500 of the survey team or the survey portion, 3,000 people. So more than 500 people is quite a big percentage when you compare the 3,000 to 500. Na maanisha kwamba kuna watu ambao hawajakuwa satisfied na uongozi ambao unaendelea. Kuna vitu ambavyo labda hawajafurahia vile ambavyo vimefanywa. Ndio sababu wengi hawajaamua. Because in essence, kama you are the sitting governor or the sitting president na watu unaendelea kusafu, umesema umesafu watu vizuri, people should be proud of you. People should be comfortable saying, I am proud of having this as my governor, as my MP, as my MCA, because I amefanya 1, 2, 3. So if people are saying they are not contented, they are not satisfied, they are undecided even up to now, then there is a serious problem that needs to be tackled. Number 2, Mheshimiwa Wasekere Majogu was just a candidate of governor in 2022 elections. He didn't manage, he came second, and actually a distant second. Now, he's not even in any way in politics in Gusii. He's only coming up in terms of saying, I'm contesting, I'm vying for the governorship seat. And then, what is making him become popular in terms of going to the 39%? It means, it is what I was telling you from the beginning, the wave, the system that is going to make people think that we have one of our own. Our son is contesting for the presidency, and that is none other than Mheshimiwa Fred Okengo. Anybody who is attached, anybody who is setting that agenda, anybody who is having the idea kwamba lazima tushikilie kijana wetu, then that is a person who has ponga points. Tayari amesa songa mbele ponga points. It doesn't matter who you are, what resources you have. Let me tell you, in 2020, that was 2002. Not that watu hawakuwa na pesa, Moi alikuwa na pesa. In fact, he was running a very serious campaign for Uhuru Kenyatta. But Uhuru Kenyatta did not win. The reason being, people had decided. People had made up their mind. It doesn't matter ni nani. Hata Kibaki angefunjika mikono na miguu akuwe kilema kabisa. People had decided they were voting for Mheshimiwa Mwai Kibaki in 2002. People had decided. So in Gusii, I am telling you, anybody who is going to be against Mheshimiwa Fred Okengo in terms of serious positions, wacha hizi zingine ndogo ndogo ya mzee na nini. Lakini in terms of MP and governor, senator, women rep, I'm telling you, it's going to be fireworks. It's not going to be easy. And they must be able to be prepared for that work. So are you saying that now Machogu is leading because maybe he's affiliated to Mheshimiwa Matiang'i? 40% chance. 40% chance he's leading because of that affiliation. He has not done much in terms of a developmental project in the whole of the county because he was just a member of parliament for Nyaribari Masaba for 5 years. He didn't go beyond 5 years. So he has not done much in terms of Gusii delivery of Gusii. You cannot compare Mheshimiwa Machogu with Ongeri, who has been a member of parliament for so many years. He has done a lot and he was even a senator some time back. So you cannot compare him with Ongeri. You cannot even compare him with Mheshimiwa James Ongwae, who was the governor previously. He was not a member of parliament, but he came in as a governor and he delivered a lot. So when you're looking at Machogu, he's coming in, people are looking at him like, this is one who is going to propel our son to be a president. This is one who is supporting our son. This is one who is delivering the capacity, the integrity, the dignity of Omo Gusii to the right person. This is the one who is selling Omo Gusii in the right area, to the right platform, and making Omo Gusii to be known even international arena. So this is why people are looking at him like, it doesn't matter who you are, it doesn't matter what you have done, hatutaki kujua mahali umetoka umefanyia nani, but we want to say you are in the right team, we shall support you. Yes. Tukiangazia bado katika county, siasa za county ya Kisii before tuelekee Nyamira kidogo. Ni kipi unadhani kimechangia Gavana Paul Simbarati kutokea nambari ya pili? Awali ulitaja kwamba kuna yale ambayo ameyafanya na kuna yale ambayo hajafanya vile ambavyo hajayafanya. Why do you think that he is now coming second and then he was a darling for many? He was a darling for many. Remember in 2022, Simba was a darling to almost 70 to 80% of Kisii County residents and even voters by virue of what he had started to do before the elections. Alikuwa ameanza kuchangia watu manyumba, alikuwa ameanza kusaidia watu nguo, alikuwa amesaidia watu masomo, alikuwa ameanza kuonekana kwamba kitu ikifanyika mahali fulani ako pale. Kitu ikifanyika mahali ambapo watu wanahitaji msaada ako pale. Lakini unapoangalia katika masiku ya hivi karibuni, things have not worked rightly
for him in terms of what he does, in terms of perception. Watu walikuwa wamemuona kwamba yeye ni light, yeye ni taa katika Gusii nzima. Jambo ikifanyika, mtu akiguzwa, Gusii ikiguzwa, unamuona pale akitetea Mkisii. Lakini umefika mahali hata saa hii unamsikia yeye mwenyewe kutoka kwa mtamshi yake yeye mwenyewe anaongea vibaya juu ya Wakisii wenzake. A few other leaders unaongea vibaya juu. In fact, the best he should have done is to remain mum. What if they have done something that is not good at all, that they need to be condemned? Kwani atanyamaza asiseme kwamba ndio mheshimiwa Nelson umefanya kitu ambacho hakifurahishi watu? Maybe to some people inaweza wafurahisha. Unajua in politics wanasema kwamba it's all about interest. There's something that you have done which is not okay, that need to be condemned. So kuongea yeye kutamka aseme kwamba mheshimiwa fulani wa fulani kila ambacho umekifanya ni kibaya, or what do you mean when you're saying that anaongea vibaya kuhusiana na viongozi wengine? Let me give you an example. 2022 elections, Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i was the darling in terms of supporting Mheshimiwa Raila Amolo Odinga from the Jubilee government ambao Uhuru Kenyatta alikuwa anaongoza. Yeye ndiye alikuwa na sambaza injili ya kuongoza kampeni ya Raila Amolo Odinga apigwe upato wa kupata kura maeneo ya Kisii na hata Kenya nzima. Na katikati ya hao Mheshimiwa Simba Arati alikuwa ndani. So there was nothing like enmity, there was nothing like anything wrong. Ni nini imefanyika kati ya 22 na 25 ama 26? Sasa matusi yameingia. Sasa kuona mwingine kama ni mjinga, mwingine kama hawezi, mwingine kama hatapata. Ni nini imefanyika that was not there in 2022? That's what you have said very clearly. Umesema vizuri sana. Politics is about interest. What interest does he have? Was he having in 2022 that is not having in 2026 or 2027? That means kuna diversion, kuna vitu ambazo zimebadilika mawazo. Kuna mahali ambapo mawazo yamechanganyika kidogo. So that mahali ambapo mawazo yangu yalikuwa yameelekea katika mwaka wa 2022, sasa hii hayaelekea upande ule. 2026, 2027, Mheshimiwa Matiang'i amesema yeye mwenyewe ndio amesimama kiti cha urais. Lakini in 2027, Mheshimiwa Simba Arati amesema kwamba yeye ako katika ile broad based. We don't want to believe kama yeye atakuwa huko mpaka mwisho ama atafika mahali akamue ng'ombe ikose maziwa ndio atoka pale akuje katika upande mwingine atutui. Lakini tunaamini kwamba mahali popote ambao amesimama wakati huu ni vizuri hata angesimama tu aseme kijana ni wetu wa nyumbani, wananchi waamue. Mimi niko upande huu, wacha niendelee kukamua maziwa. That is the best politics you have played. So that you will maintain the stability of Omo Gusii, so that we have that peace, we have the unity, we have the brotherhood kama Omo Gusii. But when you bring about this idea of matusi kuongea kwamba huyu hawezi, huyu anaweza, it doesn't matter. Kwani Mheshimiwa Manyachai akisimama 2002, tulikuwa tunajua hata kuwa president. We knew. Some of us, I was the interim secretary ya Mheshimiwa Manyachai in Nairobi. We were having provinces by that time. In Nairobi province, I was the secretary for Manyachai. Charles Nyachai knows that. We were together in that time. Tulikuwa tunafanya kazi na yeye. He knows that. And we knew that Nyachai cannot be a president because of the wave. Mheshimiwa kijana wa Marwa, Mheshimiwa Mwai Kibaki, Mheshimiwa Charles Ngiru walikuwa wameleta katika ile muungano. We knew that, but we stood firm with our son. We stood firm with mzee. So it doesn't matter where you are, whether we are getting it, but we want to say kwamba hata kama kura zetu ni 100, wacha hizo 100 sikae katika kikapu ya mchana wetu, so that at the end of the day we have the stamina of becoming a tribe that is united, and that unity can be able to deliver for us in the next government. So maybe according to you is that it's because now maybe amekuja wa pili, that is why maybe because he has not supported the son of the soil. There are two things. There are things hajafanya vile watu walikuwa wamefikiria atafanya. There are things hajafanyia watu vile alikuwa amesema atafanya. Na kuna yeye mwenyewe kukaa kando ya Mheshimiwa Fred Matiang'i. Those are two factors ambazo zimefanya amerudi katika nambari ya pili. Na ikiendelea mbele aseme kwamba amefika mahali ameona, unajua watoto wanapotea. Mtoto anatoka hapa anaenda atusi mama yake, anatusi anaseka pale nje, anasema mama yangu ni mbaya, amefanya hivi, hata asirudi huko nyumbani. Na ifika jioni anasema ati mama ni mzuri, wacha mama nirudi nyumbani. Mama anampigia makofi, anamwambia kijana rudi nyumbani, anampatia ugali, wanalala pamoja. So if he's going to do that in the next few months, is a story of the next day. But we'll look at it and we'll find out, because at the end of the day, it is him to make a decision. This is a political interest, and this is a political future. If he wants to remain relevant politically in Gusii, I want to tell you, as much as people can be able to underrate Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i out anywhere else, but in Gusii, he will be able to command the impact of Omo Gusii. So you cannot underrate him here. And we shall be able to support him. We shall ensure that the Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i delivers the Gusii vote, even to the 90% or 99%. All right. Yes. Anataja kwamba wakati Daktari Fred Matiang'i alikuwa
alikuwa waziri katika serikali ya Jubilee ikiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta. Yeye kuna wakati watu walikuwa wanasema, wakati huo kuna wakati alikuwa anaambia watu atuondoke serikalini, let's be there where they are telling us to go, we'll be moving there. This the same thing that I'm hearing the likes of Governor Paul Simbarati saying, sisi tuko pale serikalini, acha tukuamie hapo katika hiyo serikali ndiposa tuone vile mambo yataenda. It's the same thing that was being said then by the former waziri in the government of Uhuru Kenyatta, is the same thing that now Paul Simbarati is trying to follow. So is that a mistake, or let's just use an example of the member of parliament of South Mugirango. Yeye amesema mimi wacha nikae kwa hii serikali. Time ikifika tukiona kama ndio hii itaenda hivi to support Matiang'i, then maybe we'll be able to see then. But for now, we are in government and we are doing the business with government. So is that something which is very wrong? Because wanasema kwamba wewe ukiwa mwanasiasa lazima uwe katika eneo ambalo utakuwa unapata maendeleo na unaletea maendeleo watu wako. And that is what we have been seeing even in the county governments. If an MCA is not supporting the governor, there might be a little to be done in his home ward. Or what is it, maybe, according to you? Let me tell you something, Chef. I think people go wrong in terms of administration and the governance. Governors that don't say that you must be able to bend for the government to give you services. Service delivery is a prerogative of the government. There is no question about it, no doubt about it. I have to be served because I'm a Kenyan. I demand to be served because I'm a Kenyan. I'm not going to be served because I'm bending low for you, because you are my head, or my governor, or my president, or anything else. I need to be served because I'm a Kenyan. I am a voter. I am an ID member of this country, a member of this country. So what am I saying? This narrative, members of parliament wanaleta hapa atuo lazima uingie kwa serikali, uiname chini ndio serikali kufanyia kitu fulani. I think that is nonsense. I call it nonsense. Because the constitution demands that a government is accountable to the people. And the power belongs to the people. And the people donate this power to the members of that we elect. So this constitution, chapter 1 of the constitution, that is giving a mandate to the members of sisi wananchi tuchague viongozi wetu wapeleke pale, does not mean that wapeleka pale waende kuinamia mtu ndio uongozi ama maendeleo ya kuche hapa. It's a responsibility of the government to deliver roads, responsibility of the government to deliver schools, hospitals, medicine. Anything that is important for the Kenyan people, it's a responsibility of the government. So Oshoro na wengine kutuambia kwamba lazima waende wainame ndio serikali tufanyie, na hiyo ndio kitu Mheshimiwa Kibaki ambaye ameshalala marehemu alikuwa anakataa. That is even the reason why he said that CDF money cannot be controlled by anybody. That's why the CDF was controlled by the CDF management team. Kwa sababu MPs walikuwa wanakuja wanakuwa sasa wao ndio wanakaa chini kuwawanya hiyo pesa. Na akasema no, we must have independent bodies of people going to do that. But at the end of the day saa hiyo unasikia CDF ni mimi, CDF ni wewe, ni huyu fulani. This money is not meant for anybody. And you said something that is very important. Pesa, Mheshimiwa women rep akona pesa inaitwa affirmative action. Mheshimiwa senator akona pesa fulani. Mheshimiwa governor akona pesa fulani. Mheshimiwa mbunge akona pesa. Hizo zote zinaitwa pesa za kusaidia wanafunzi wa Kenya. Now the question is this, and it's very clear. Why is the government not taking all this money, put it in the resource of the Ministry of Education, na hakikishe kwamba hakuna mzazi analipa hata shilingi. Hii pesa yote ipitie kwa Ministry of Education, ingie katika shule. Mzazi anaambiwa mtoto first uniform, nendeni shule. That is the responsibility of the government. Why is the government taking the money, alafu inapitisha mkono hii, inasema itaipeleka kwa mkono hii nyingine ndio mzazi aende kupenda vitu. That is not wrong. That is not right. That's why we are saying serikali is a responsibility yake ya kuhakikisha kwamba barabara iko Kisii hata kama tuko opposition. Kuna maji Kisii hata kama tuko opposition. Kuna madawa Kisii hata kama it is that responsibility. That's number 2. Kama president sisi mimi sikumpigia kura. I didn't vote for Mheshimiwa William Samoei Ruto. But at the end of the day nikienda nje na ulizo umetoka wapi? Kenya. President wenu ni nani? Mheshimiwa Ruto. Sijasema Mheshimiwa baba ambaye amelala Raila Amolo Odinga because I voted for him. No. We say Mheshimiwa President, Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto because I come from this country. So it is responsibility of that president to take care of me wherever I am. It doesn't matter whether I voted for him or not. I'm a Kenyan. So nataka kuambia kwamba Mheshimiwa Simba na Mheshimiwa Osoro na wengine wakisema kwamba wanaingia broad base ndio tupate maendeleo. I think that's not right.
And they know themselves, wanajua ukweli kwamba that is not right. These are guys who have gone to school, they know the constitution. The constitution does not number like that. Even if we go to the courts of law, what does the interpretation of the constitution say in terms of delivery of services? It doesn't say you have to pay. No, it's a right. It's not a privilege to be served. We demand to be served. So hii mambo wanaambia watu waache hiyo ukora, waambie watu kwamba tunakula pande hii kidogo, tunaendelea kukamua kidogo, labda tutarudi nyumbani ama tutarudi nyumbani. Lakini wasema kwamba tuwaende kwa sababu ya maendeleo. Even if you look at the roads ambao zinakuwa made, those are not roads. Look at the roads ambao zinakuwa made with the contractors from China and other places. You look at the quality of the roads they are doing, and look at the quality of the roads these guys, the local contractors are doing. It's not right. The same amount that is money is given to those roads. If it's a kilometer of maybe 6 million for 1 kilometer, or 5 million for 1 kilometer, the same the Chinese are doing. But why is the Chinese road done in a different way than the others? It's because people are really, kuna kind of cocoon of people ambao wanataka kusabotage the resources ambao zimekuja for that sector, wakule instead of delivering service quality standards of roads, so wanapeana vitu ovyo. That's why road inatengenezwa leo, tomorrow imekuwa matope. Na ni lami, na ni kwa barabara. I was seeing a clip hapa online. Ilikuwa inaonyesha huko kwetu. Kitutu Masawa Nyambaria boys. At barabara next to the gate of the national school ni potholes. Na hapo the other side inaonekana ni rami iwekwa. But there's no rami, there's no tarmac there. So the question is this, why are you telling us you are delivering standard roads from the government when you are telling us, instead of telling us tunakula kwanza na watoto wetu ndio tukuje kuwaona, sasa unadanganya tu unaenda huko kusaidia nini? Can we have standard things? Can we have standard hospitals, standard roads, standard schools, everything standard, so that the others can also benefit? They are cheating us. And now, looking at the relationship between the Governor Paul Simbarati and of course his wawakilishi wa wadi hao MCAs, how do you, does it inaweza kuwa imechangia katika yeye kuwa namba ya pili katika hizi the poll that were done by the Center of for African Progress CAP? Pardon? I'm asking. Yes. The relationship between ukaribu wa wawakilishi wa wadi na governor wa sasa kaunti ya Kisii, the relationship on how they are working and of course doing serving the people, inaweza kuwa imechangia katika yeye kutokea nambari ya pili katika hizi survey ambayo ilifanywa na Center for African Progress? I think I like the way Simbarati is playing his politics in Kisii as compared to Nyamira. When you look at the management or the unity, the combination, the teamwork that is there between the governor and the MCAs, I think I can give him out of 100, I give him 70%. He is trying to bring those guys together. As much as one or two can be having divergent issues or points or opinions, at least 70% they're working together. And that has contributed greatly to the percentage that he has received here. Because when you compare, look at Wabasi, where he comes from, he has done something good. We can't deny that. That's a fact. Mugala muue na hakufanya nini? Haki yake umpatie. So he has done that. We congratulate him for that. Keeping a united team in terms of the county assembly together is actually part of delivering the service to the people. Kwa sababu this county assembly, mambo ya MCAs, ndio wanareda that what the needs of the people are. Wana discuss katika budget, they allocate the resources, they give them the government or the county government or the administration of the county government to deliver or to do the to go ahead and implement those projects ambazo zimekubalika na MCAs. So on that part, he has done it, and I think that gives part of the advantage that he has gained here. But all in all, when it comes to unity, cohesion of our people, and in terms of community-wise, moving forward as a community, there is that lapse. That's where the lapse is, and that's where the loopholes must be sealed. Yeah. I remember he is the current spokesperson for the Gusii community. Who said that? He was ordained last time when I checked by the Gusii elders. Where? I think there's a problem. There's a problem with when it comes. You know, I'm a politician. I've been in politics for a number of years. Nimesimama kiti ya MCA for 3 occasions, and I understand politics. I've been in active politics for right away from 92 to date. I started voting in 92 to date. How many years are those? Ni miaka zaidi ya 30 na. By the time I was voting for the first time, Simbarati was a young boy in secondary school. Yeah,
when I was finishing my first diploma, Simba Arati was in my first year when I was finishing up. So I know him. And I want to say this. Siasa sio kitu ya kuchezea. And siasa ya Kisii na siasa ya Kenya na siasa ya Bagusi kwa ujumla, it must be taken seriously in a different perspective. We must be able to look at it from a different perspective. Tusione kwamba vitu zinaenda vile watu wana expect like that. Things must be able to work in a different way. We must be able to work from a different perspective kuhakikisha kwamba Gusii nzima tunaelekea katika when we say mtu amekuwa a spokesperson of our community. Is it something that can be done in darkness? Can it be done in darkness? Can it be done by 2 people or 10 people? It must be a community issue. So where was it a community issue? But when I check from my... Yes, check. And let us know. It says that the spokesperson for the Gusii community is recently elected the Kisii County Governor, Paul Simba Arati, who is widely claimed by the supporters and reportedly reaffirmed by some elders. Exactly. Now, before you continue, Jeff, you have said claimed by supporters and reaffirmed by some. I think quote those words clearly, underline them, and put them in bold. Yes, and as the current official spokesperson, especially for the local and regional matters, they see the former CS Fred Okengo Matiang'i is seen to be is seen by others as the overall national leader, creating a political dynamic where leadership roles overlap and are debated within the community. So, like the person Mimi, okay, from those, if I've just mentioned a few or some of the Gusii elders, they had crowned him as the spokesperson of the community ya Omo Gusii, and I think that is right away the time that he mentioned that he wanted to be the governor for Kisii County, and that is the time it happened. I don't know hapa katikati kama imebadilika, and kama imebadilika tunapaswa tufahamishwe who is the current spokesperson for the Omo Gusii community. And so, what needs to be done for him to revive himself from what is happening, maybe before getting to the Nyamira politics now? I want that notion to be dislodged from people's minds. What happened before the 2022 elections when Simba Arati was running for the governorship of Nyamira or Kisii County? Politics, we do maneuvering. In politics, watu wanafanya siasa, wanafanya maneuvering of issues here and there, wana stage manage vitu, and have visionekane vile ambazo wanahitaji. That is politics, and we have done it before. People stage manage activities, at the end of the day, zinaonekana ni kitu imefangwa, imeonekana ni watu wamefanya, lakini actually, people are being pushed to endorse something that is not right. I want to tell you, a spokesperson is not chosen by a few. A spokesperson is chosen by a community. It must be a consensus by the community. I think I am right to say that Simba Arati is a spokesperson of Kisii County. And I think that is correct, and I give him credit for that, because he's governor, and he delivered most of the votes as compared to the other candidates who were there in 2022. And we are giving that. Number 2, Simba Arati is our son. We respect him, we love him. I've been with him in Nairobi when he was the MP for Dagoretti, even an MC for Rangata. I've been with him in Nairobi for all the years that he was there. And I know him. He's a good gentleman. He is a guy who loves the people. And he can do that. And I want to tell you, if he combines very well clearly with Fred Okengo Matiang'i, then he will make him somebody in the next, because at the end of the day, akikosa Kisii governor, Machawa akichukua, then we shall make him a minister in CS in the next government. Because he's capable. He's a guy who can deliver. He's a brilliant guy. A guy who can be able to marshal the crowd. So when it comes to marshalling the crowd and doing other things, he is perfect in that. But when talking about now becoming a community spokesperson or doing something that is for the community interest, then it must be seen to be endorsed by the community itself, not individuals. And it must be done in a public forum where everybody is invited, everybody says yes, and all of us say we have agreed, this is the person to go. And at the end of the day, I want to tell you, leadership is not chosen in darkness. Leadership is always chosen in the light. Ndio sababu hata watu wakichaguliwa hata kanisani, wanachaguliwa mchana, wanayapishwa kanisani mchana, hata katika hizi vitu zingine tunafanya, hata katika Tundubari. Tundubari ni ile buying center. Hata katika buying center. When they just elect the people, the local people who are going to be the leaders of that, they do it during the day, and everybody agrees this is the person we want. So even if it means community spokesperson of Omo Gusii, it must be seen to be endorsed by not Kisii, by not Nyamira, but every Mukisii mahali popote alipo, kusema kwamba yenyewe, the survey that we have done, 98% of the people have endorsed this person. And that becomes our spokesperson. And I agree.
whoever will be done, it must be done in public. Yeah. And we shall be able to see that. So this one that was done was not done for the sake of Omogusi, was done for the interest of Kisii County. All right. Yes. So talking about, before we get to Nyamira again, are the youth from Kisii County, maybe if I can just rephrase my question, that je, unaona uhusiano kati ya vijana wa Kisii County na gavana wa sasa uko namna gani? Because the youth seems to be many of them, ukilinganisha, ukiangalia takwimu ambazo zinafanywa na population ya vijana ni nyingi kuliko hata wazee na kina mama ambao miaka yao imesonga kidogo. What is the relationship between the current administration in the Kisii County? What I can say, I think somehow at the moment I think it's 50-50. 50% of the youth are comfortable with what he's doing, and another 50% are not comfortable. The expectations have not been met in terms of all sectors, and I think that's why there is that, kuna that euphoria that was there in 2022 ya kusema kwamba we believe things are going in the right direction, and I think this is the person pushing us to the right direction. Let us work with him. As a governor, he should be able, if everything should have been right, then everybody will have been saying we are in the right track. We're in the right trajectory, going the right direction, maybe probably going the right destination elsewhere, the other end. But I think because of the way things are on the ground, then it means things are not working out 100%. So that's why kuna that perspective of 50-50 balance, kwamba kuna wale ambao wametosheka, kuna wale hata ukiangalia katika sekta ya bodaboda, even the other day, a few days ago, ulikuwa unaona watu wakigongana hapa na pale katika hiyo sekta even within the Kisii center hapa. People are not really very comfortable. Kuna ile group inafanya hivi, kuna ingine inafanya hivi. By the end of the day, all these are young people. Wote ni watu wa Kisii, wote ni watu wetu. Kila mtu anajitafutia, anataka kusaidia familia yake iendelee. These are some of the areas that we need to work on, so that at least not a few can be able to be perfect or be satisfied, but at least all of us, if not all of us, majority of us. Yes, that makes the difference, so that at least we can be able to be happy about the governance that we're having. So I think, to me, he's balancing the team, but at the end of the day, he must work. He must go beyond an extra mile to make sure that the people who actually supported him 100% in 2022 turn the same in 2027 or otherwise. All right. Yes. As we move on, naona dakika zetu zinaendelea kusonga 38 baada ya saa 2 jioni, na kuna baadhi ya jumbe ambazo nimeona pale nitakuwa nikisoma baadaye. But now let's just look at Nyamira County. Nyamira County has been having issues right away from 2024, actually right away from the time walitoka uchaguzi. Kuna mambo mengi ambayo yaliendelea hapa, kutaka kutoa huyu the current governor, impeachment imeletwa mara mbili, mara ya tatu tena ikagonga mwamba. What is not happening in Nyamira County? I know you come from there. Of course I come from Nyamira again, but there is a lot that is going on in Nyamira, and even people are saying that in Nyamira County hakuna kitu ambacho kinaendelea. That is service delivery side, there is nothing that is happening, and of course the current administration, which is led by the current governor of Nyamira, Amos Nyaribo, inataja kwamba maendeleo hakuna, kama imenafanywa ni kidogo sana. I don't blame Mheshimiwa Governor Nyamira, Amos Nyaribo. Unajua, let me give you an example. Wewe ni mtoto, unaendelea kukua kijana machachari, umepatiwa mahindi yamekaangwa na miwa na meno haijakomaa, kweli utakula hizo vitu vizuri kabisa na ulale? So are you saying that are you saying that he got to power na hakuwa anaweza kufanya kazi hiyo? Uwezo wa administration hakuwa nao. That's my analysis. Uwezo wa administration hakuwa nao, lakini uwezo wa vitu vingine alikuwa nao. So tunapoangalia katika, you see, when you look at where Mheshimiwa Governor marehemu John Nyagarama mahali alifikisha county, is that we are not saying he was perfect. He had his own weaknesses, but mahali alikuwa amefikisha county ya Nyamira, by the time he left this country or this world,
kuna vitu ambavyo alikuwa amefanya ambao ilikuwa mwanzo wa vitu mingi, iwe parapara, iwe stadium, iwe hospitali, iwe alikuwa amefanya vitu ambazo zilikuwa zimeanza. And up to date, this is now going, that was Governor Nyaribo in 2013, no, not Nyaribo, but Nyagarama in 2013 through to around 2020 when he died. Alikuwa amefanya mambo fulani. Sure. Mambo muhimu msingi ya kijamii ambayo alikuwa ameanzishwa na alikuwa yangetakikana kuendelea na kuisha ili kwamba Nyamira isonge ipige hatua katika maendeleo. Lakini mambo mengi ambayo alikuwa ameanzisha Mheshimiwa Nyagarama, kuna mengi hata saa hii bado yamekwama. When you look at the museum, mimi mmoja wa wazee wa Kisii, mimi Nelson Gichana ni mmoja katika ile kikundi cha wazee wa Kisii ambao tunazingatia miundo msingi ya Mkisii, vile ambavyo tumezaliwa, vile ambavyo tumelelewa, vile ambavyo tunataka kuhisia mila na tamaduni zetu kama Mkisii ni gani, na vile ambavyo tunataka kuishi, na vile ambavyo tunataka kulea watoto wetu kuonekana kwamba ni Mkisii ambaye amekomaa katika maisha yake. So ninapoangalia vitu ambazo zimeanzwa kama museum, Nyamira hatuna museum. This is something that is very important kwa sababu inasaidia kuweka miundo msingi ya Mkisii, hasa Mkisii ambao anaishi katika maeneo ya Nyamira. Stadium ambao ilikuwa imeanzishwa katika sehemu ya Nyamaiya, sehemu ya Manga. Bado mpaka wa leo nothing is being done, nothing. It's all going to 20 how many years now? More than 15 years. Ambayo tunaelekea na hakuna kitu imefanyika, haijawahi fanya. The same way the government ambayo national government ilikuja ikasema within 3 years or 2 years tutakuwa tumeweka stadiums in all counties. Up to now that is hot hair. There's nothing that is being done. Hospitali kama sasa kwetu, I am a chairman of the hospital dispensary ya nyumbani kwetu. Nyambari ya Geka dispensary. Nilichaguliwa kama chairman wa board. Tangu nichaguliwe mpaka wa leo, zile mambo ambayo nimesema, nimepeleka ripoti zangu mbele sifanywe katika hospitali yetu mpaka wa leo, nothing has been done. Where is the information going? Are these people working? Do they have the right information? Are they in touch with the ground? Sisi ambao tuko hapo kama wanakamati wa hospitali tunajua ni nini inahitajika kufanya. Tunajua ni nini inahitajika kufanyika ili watu wetu wahudumiwe vizuri. We are giving this information forward, but nothing is being done. It's now 3 years, going to 2 years down the line, tangu nijaluwe kama chairman wa hospital. And there's nothing that's being done. What is happening? So I'm telling you, Mheshimiwa Nyalibo is a good gentleman. In fact, ukiangalia vile Mungu amemuumba, he's a bright, good guy. And he is smart. But when it comes to managing activities, managing administering in vitu ambazo zifanywe katika njia ambayo inastahili, he cannot be able to stand. He doesn't have the authority. Because mimi kama governor or mimi kama mheshimiwa MCA, I'm supposed to do 1, 2, 3 as my responsibility. Na sichafanya 1, 2, 3. What am I supposed to do? Mimi kama governor nimeweka mtu kazi ama nimempatia mtu kazi kama CEC, my CEC finance, my CEC trade, my CEC education, my CEC agriculture. And these are things that have not been done in the county for the last 5 years or 3 years or so that I've been the governor. What was my target in the beginning of the year? And what is my result at the end of the year? I must be able to counter check and see where I started, where I am, have I gained, have I lost? So that if I have gained, then I congratulate myself, I put more effort. If I have not gained, then I find out what exactly went wrong. How can we be able to jumpstart what went wrong so that we can move? Why can we be at the tumekaa too heavy all the years and we're saying we're moving? I'm not saying there's nothing has been done. Something has been done, but it's not what we expected. It must be above the standards. Can that be the reason to why the members of the County Assembly of Nyamira County wanted or have been fighting to get him out of office? There are two options. There are those who are genuine, fighting for him to be out because so that the county government of Nyamira can be able to move on, and there are those who are fighting him because of money. Yeah, some of those MCAs were not right, so they were not honest. That is the reason why they have. In fact, let me tell you, unajua shetani ni shetani. Kuna mahali inafika unafanya kitu kibaya mpaka shetani anakumulika matochi macho, unashindwa kuona mbele because ulikuwa unafanya mambo ya shetani. If technically, you know, the law says that for you to be impeached, you must have 2/3. Watu ambao wanakutoa MCA lazima wawe 2/3. Na unafika mpaka speaker anasema kwamba tumefika 2/3 when in reality those people have not voted.
What are you telling us? The law tells you must have this specific number of people. The MCAs for Nyamira, both elected and nominated at 35. So the people are supposed to be 24, and you fought 19, and you are going to the Senate to say somebody must be impeached. Are you honest in what But by the time they were doing the vote of impeaching the governor, of course, there were 3 vacant seats in Nyamira County. The law does not specify that when we have a vacancy, you reduce the number. The law does not say that. The law says that the threshold is, if it is 35, it is 24. That is the threshold. The law did not tell us where that at a time when we will be having people dead, we reduce the numbers. The number stays. The law is standard. It doesn't change on that because someone has died or someone has gone or someone has changed. It doesn't change. The threshold remains. The constitution does not change to bend because of death or because of sickness. So it doesn't have to. Why did they? It is because the threshold did not change. Last week I was hosting Mheshimiwa Benecha from Nyamira County, who is the member of County Assembly from Kiabu-Nyoro. And of course I asked the same question, but now as much as yes, it was taken to the Senate, they feel that it was not fairly heard because hata wangesikizwa, as much as yes they didn't meet the threshold, but hata wangesikizwa because there are other issues even raised by the control of budget. Correct. And from the office of the CS ambaye anasimamia masuala ya fedha hapa nchini, on the use of money. And of course there is EACC doing investigation on how Nyariba has been spending money in the county, including the payment of the 25 million and of course the 6 million hizo vitu zote. So he claimed that Mheshimiwa of Kiabu-Nyoro Ward claimed that they were not genuinely heard because kama wangesikizwa, at least as much as they didn't meet the threshold, ingekuwa pale baadaye. And they mentioned that after the break that they requested, that is when things changed. When they got back, everything got finished, and that signals that there's something that was done somewhere else. Let me tell you something. As you finish up, let me tell you something just to chip in on that. Yes. Kuna kitu inaitwa technicalities in law and technicalities in presenting a petition, either in parliament or in the judiciary. Technicalities are very critical. Look at what happened in 2000 and I think that was 2017, if I'm not wrong, when Raila won the elections, and there was Maraga who brought in the idea of nobody won, we are going for a repeat election. You remember that? You remember that? Technicalities came in. Kwamba, there are areas where votes were counted, inafika 117 ya Raila, inaandikwa 711 ya Mheshimiwa Uhuru. And the clips were there, being aired live from Bometi, from Kericho and other areas, the Tarakanit areas of those days. So what we are trying, technicalities, something small in law affects the whole system. And you cannot deny whether you have other facts here. But this small technicality outweighs the meaning of the others. So basically what I wanted to say is this. I don't support Mheshimiwa Nyaribo for what he has been doing in Nyamira as my governor. But I also don't support the MCAs, the way they are handling these technical issues in terms of law. They need to understand the law. The law does not bend to suit your interest. The law bends to suit the interest of the common interest of the common people. And that the law does not bend for anybody else. It is static. It is standard. It doesn't change. So when they want to do something, they must ensure that every other technicality is taken care of. Hii mambo yote ingine haingekuwa. You cannot take somebody for impeachment 3 times and you don't win. When do you run? But now they are not serious. The issue of the Kerenyo, we had a vacancy there. We had a vacancy in Nyamai and of course Nyansiongo. Nyansiongo ilikuwa kuna kesi ilikuwa mahakamani ya kufutilia mbali uchaguzi ambao ulifanywa pale because of some of the misconduct that happened. In Kerenyo, in Nyamaya, Mheshimiwa Osima alikuwa amekufa katika ajali ya barabara. And of course Kerenyo, I think, is the current speaker of Kerenyo is Thaddeus Nyabaro, who was the speaker elevated, so ikakuwa vacant. Yeah. So now even the way that things just happen, you know, sasa hapa ilikuwa ilishindikana. Hawana mtu awange count kwamba tuko na mtu nusu. You have to be having somebody to be the 24th, but they were having they're almost there. Maybe they tried. Maybe they'll try it maybe next time as time goes by. But now Nyamira County is being seen as a county which has been static since devolution. And actually the way you mentioned it, that
the former and the late Governor Nyagarama had put the foundation on what to do, including Bobo Niswagi. Do you remember that? Including the stadium that has been static for years. Now, the coming of the current governor of Nyamira County, there's a lot of issues that have been mentioned about giving jobs to his people, and of course those people, the clanism in the county, and of course squandering the money for the county, and of course having the speaker, the former speaker who was just impeached. Let me just use that word because Enoch Okero was impeached. That alikuwa ni mtu ni kama kusema somebody supposed to be checking on you on what you're doing, then he doesn't do that. Then when the questions are being raised, then the person is like anakutetea, and you are the person to be asking the right questions. So that is why the member of County Assembly said that they impeached him out of the office because of doing that. Now, it mentioned that even the governor could not even allow the members of County Assembly to get their shares or their salaries, and that is one of the issues that made them to plan the impeachment motion and get him out of office. But now he has survived severally. But we are seeing issues are not moving, or things are not happening in the Nyamira County. Which way is it? Is it to scrap everything from top to bottom, then we throw away, we start afresh, or is this something that can be done to revive Nyamira County for the remaining time before we get to 2027? I think I can give a free advice to the MCAs wa Nyamira. For now, is as we said, 17 months tuende kwa uchaguzi ingine. I don't see the reason why they should go for Nyaribo ati wanaenda kumimpeach tena. There is no reason. There is nothing. Because even if tutaenda kuchagua huyo ama deputy akiingia saa hii, he will not deliver anything. Sure. So sasa ataenda kuchialipia jina ati aliwekwa governor for 15 months or so na hakuna kitu ilifanyika. Once itakuwa worse for him. Afadhali saa hii tunajua juu jina ni mheshimiwa Nyaribo. So I don't see the reason why any MCA Nyamira saa hii they should not start thinking about it. They should even sit down now with him waongee na yeye. I was part of the team ambayo ilitana mkutano Nyamira ya kujaribu kuleta viongozi pamoja, gavana Nyaribo pamoja na MCAs wa Nyamira. But those kuna wale ambao tuliita na wakakataa kukuja. So it means kuna watu ambao bado kuna bride. Kuna watu ambao wana kiburi katika uongozi ule. Na katika ule uongozi ambao mtu akuya na kiburi huwezi kuungana na wengine. Kuna vile ambavyo unajiona wewe ni mzuri na mwema zaidi kuliko wengine. Na katika uongozi wa kusaidia wananchi, you cannot be the best. Wananchi ndio the best kwa sababu hao ndio boss ambao wamekuchagua kuweka pale. Anytime can come wewe utatolewa pale na mwingine atakuwekwa pale kama kiongozi. So ningeomba kusema kwamba viongozi wote wa Nyamira, madiwani wote ambao kwa Nyamira pamoja na government ya Nyamira ambao inaongozwa na mheshimiwa Nyaribo, naomba tu kwamba they must sit together and see the financial year ambayo imebaki moja. This financial year ambayo imebaki moja, waone je ni nini ambacho watafanyia wananchi wa Nyamira katika sekta zote, ili kwamba at least by the time hiyo financial year ikiisha ama tukielekea katika uchaguzi ambao unakuja, at least wananchi waseme kwamba katika mwaka ambao ulikuwa mwaka wa mwisho katika kipindi hiki tulisaidiwa kupata barabara, tusaidiwa kupata dispensary mahali, tusaidiwa kupata madawa hospitalini, tusaidiwa kupata shule ECD, tusaidiwa kupata walimu ambao wameajiriwa katika ECD na mahali pengine pale. Tuangalie kwamba kuna sekta zote ambazo zimefanya. Hata katika soko. Ukiangalia katika masoko Nyamira, kuna mahali ambapo yalikuwa yameanza kuchengwa. Yengine hayatumiki. Ukiangalia hata Kemera pale, kuna soko ambayo ilichengwa na pesa nyingi. There is nothing that is being done there. Why are we having an idle resource ambayo ingetumika kufanya kitu fulani? Why are we kuna pesa ambazo zinamwawa tu, kuna tupa tu, na tunaangalia kwamba kuna kitu fulani ingefanyika katika jamii ili kwamba inue maisha ya watu, lakini bado hizo vitu wasifanye. So naomba kwamba viongozi wote ambao wa Nyamira katika hali ya mirombano na kurumbana na kusungumuna na kusaidiana na kutusiana hapa na pale, hiyo haitusaidii kwa sasa. Ukiangalia viongozi ambao wanataka wanawania kiti cha governor Nyamira, ukianzia huyo governor Nyaribo, uenda katika mheshimiwa senator Okong'o Mogeni, ukienda katika mheshimiwa women rep Cherusha Momanyi, ukienda katika kijana mgeni ambaye anakuja Walter Chanua, na wengine bare kuna James Kemoni, Walter Nyambati, Timothy Bosire, au watu wote ukiwaangalia vizuri, ukiangalia wale ambao sahihi wako katika ofisi Nyaribo, Okong'o, Cherusha, are they working together? They are not working together for the interest of common mwananchi wa Nyamira. Kwa sababu gani? Kila mtu anajitakia makuu. In fact, the only thing they should have done ni kukuja pamoja waulize, je, ni nini asua watu wetu wa Nyamira wanahitaji haijafanywa na wangependa ifanyike, ili kwamba tunapotoka ofisini wajue kwamba sisi tuliungana tukatenda jambo fulani.
Na hiyo ndio shida ambayo tuko nayo. So watu ambao wako pale wanachitakia tu. And the question is, why do you think that they're not coming together? There must be something that is making them not to come together and work as a team. You see, if they work together, let me tell you something in politics. You know, in politics, when you work together, sometimes you give credit to one person. And that one person ni mwananchi. Na mwananchi huyu, kuna wale ambao wako kwako, kuna wale ambao wako kwangu, kuna wale ambao wako kwa yule. So tunapoungana pamoja hivi, kuna wale ambao hawata benefit. Na ndio sababu mwananchi wa kawaida ndiye anasukuma viongozi wasikue pamoja. That one I've seen it practically. Viongozi ambao watu ambao wananchi wako nyuma yako na wale ambao wako nyuma yangu, wakiona tunaungana wanapigana vita sana. Wanasema no, usiungane na huyo kwa sababu tukiungana we reduce the team. Kama tulikuwa na timu, wewe uko na 30 people ambao wanakushirikia na mimi 30 people, tukiungana we'll have 15 people. Inamaanisha kuna watu utatema na kuna watu nitatema, tuungane na watu wachache tufanye ile kazi ambayo tulikuwa tunafanya. So these people will not benefit the way they want to benefit. Ndio sababu watu unaona wanapigana every time and again because they want to benefit from this person, they don't want the other public to benefit. Na hiyo ndio shida ya uongozi. Watu ambao wanarobana kila wakati. They can't work together. But in essence, ukiangalia tu vizuri, the main agenda ya mwananchi ni kwamba tumewachagua viongozi, wacha waketi pamoja, wahakikishe kutuangalia kwamba je, sisi kama watu wa eneo la Nyamira, ni nini tunahitaji? Stadium, barabara, maji, shule, dispensary. Hizi vitu tunazipata namna gani? Mpunge leta hii, women rep leta hii, senator fanya hivi, governor fanya hivi, MCS fanya hivi, ili kwamba watu wetu wote wasaidika. Because at the end of the day we are serving the same people. Ni kama sasa unapata watu wako kwa chama welfare, alafu watu wanaingia wafika mahali wanakosana katika welfare. Sasa watu fulani wanasema wanaenda pande hii, wanaendelea welfare, wengine wanaenda pande hii, wanaendelea welfare. What is the essence of dividing na nyinyi wote mnataka welfare? What is the essence of dividing? Unless you have an interest of money and leadership. Right. So the same thing with the people of Nyamira. We must make sure that these people unite. Let us just unite for the sake of common mwananchi. Tunahitaji mwananchi asaidike. Kuna mwananchi ako pale Gajuba hajawahi saidika. Kuna mwananchi ako pale Nyamusi hajawahi saidika because of uongozi ambao unaendelea kurumbana. And we want every other citizen of this country, including the citizen of Nyamira, to benefit from the leadership and the governance that we have brought in place by the virtue of the constitution of this country. Yes. And maybe we have not seen any survey done from Nyamira to show who is doing well where in terms of governorship contesting that is in the county. But from the way you look about maybe vile unaangalia pale siasa za Nyamira, we have Bwana Chanua, Timothy Bosire, Walter Nyambati, Jerusha Momanyi, Senator Okongo Mogeni, and others who are now who want to be the governors for Nyamira County. Maybe from your own way of ukiangalia tu pale siasa hizi, unaona Nyaribo baada atakuwa anatetea kiti chake mwaka 2027. Kuna uwezekano wa yeye kushinda? Kushinda kwake kuko chini kidogo. Atasimama lakini kushinda kwake kuko chini kidogo. Kuna ushindani mkali na aswa kutoka kwa maeneo yake kwa sababu Mheshimiwa Chanua comes from North Mogirango. That is the Kerenyo ward. And Mheshimiwa Nyaribo comes from North Mogirango, Mawawa ward. So wote wanatoka katika eneo bunge moja la North Mogirango. So katika ushindani wa nyumbani, so chances are it might be tricky. Na akikosa kupata uungwaji mkono wa 70% ama 80% kutoka North Mogirango, then sasa upande huu nje sasa utaanza kulegea. Then ukikuja katika maeneo ya Boketutu Masaba, ukiangalia viongozi kama Walter Nyambati, Timothy Bosire, Cherusha Mumanya kwa hapo. Kuna Moseti Gideon kutoka Manga, kuna kina Okioma na wengine wengi ambao wengine labda watakuja ambao wanahitaji hiyo kiti. Shida ambao tuko nayo katika Boketutu ni katika hali ya kuelewana. Kwa sababu hao viongozi wote ni wazuri. Mheshimiwa Nyambati amekuwa mbunge wa Boketutu Masaba. Mheshimiwa Bosire amekuwa mbunge wa Boketutu Masaba. Mheshimiwa Okioma amekuwa mbunge. Hao wote ni viongozi wetu. Tumewaona vile wamefanya kazi na kila mmoja ako na uwezo wake katika njia moja ama nyingine. Lakini sasa kiongozi ni mmoja ambao tunahitaji. All of them cannot be able to be governors from Boketutu Masaba. We must have one person. Na lazima tuangalie je, kati ya hao viongozi wote ni nani ako na uwezo wa kuenda mbele kushinda mwingine. Na katika hali hiyo, sasa katika hali
ya kusukumana hapa na pale na katika hali ya marumbano ya viongozi pamoja na wananchi ambao wanawatetea, basi hatuwezi pata kiongozi haswa mzuri ambaye ataenda mbele. Na ndio sababu tunasema kwamba watu wanapong'ang'ania kitu wakiwa katika maeneo moja, wengi wanarudisha uwezo wa ushindi chini kabisa. Kwa sababu Kitutu Masaba is the leading constituency in the whole of Kisii region. Yeah. Both Kisii and Nyamira, Kitutu Masaba is the leading constituency ambayo iko na voters wengi. 106,000 plus. Inafuatwa na Bobas constituency in Kisii region. So katika number ya voters, Kitutu Masaba is the leading. Ukienda katika takwimu zetu za IBC, you see Kitutu Masaba is the leading. Lakini katika hiyo the leading, we don't produce anybody. We don't produce a governor, we don't produce a senator, we don't produce we only manage to produce women rep. And I think imekuwa sasa our kiti ambao tuko nayo most of the time ni women rep. And we accept it because even now we are fighting for it. Our time is running out. Ningependa kupitia some of the comments and of course zile jumbe ambazo zimetumwa hapa. Namuona Justus Kenani anasema kwamba that is very true. Viongozi wa Nyamira hawataki kufanya kazi kwa pamoja. Naona pale pia anasema kwamba unaendelea vizuri, asante. Namuona Lydia Kerubo anasema Mr. Gichana is arguing positively. For sure we need development in our county and not stories. I think our governor will join our incoming president when the right time comes, and I think he's referring to somebody. That is, I think is referring to Matiang'i. And then, and of course, Simbarati. Elsewhere, Katon Anunda anasema kwamba, my question is, Mr. Gichana, you have said you knew Nyachai was not to win. What about Dr. Matiang'i in 2027? Is Matiang'i going to win? I can answer that confidently. Of course, yes, he's the next president. The 6th president of the Republic of Kenya. Ask me why? I will tell you. Yeah. Kenya needs a savior. Kenya needs a serious doctor in the name of Fred Okengo Matiang'i. Kenya needs somebody who is going to die for the sake of these people. Kenya needs somebody, as much as everybody is corrupt, but you can look at him. Wanasemanga kwamba angalianga shetani mkubwa na shetani mdogo. At least chukua shetani mdogo. So he's the next president. Trust me. Because let me tell you, all factors constant. Wizi na vitu zingine ziwekwe kando. Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i is the next president of the Republic of Kenya. Yes. Wizi wa nini? Uwekwe kando. It doesn't matter what. Just get it in quotes. Wizi wote ambao unafanywa katika mahali popote pale. Look at them in whichever way you look at it. I don't want to mention much, but I want to say all factors constant. Nobody, hakuna mtu ambaye atashinda mheshimiwa, because ukienda mahali popote pale lazima utasikia Fred Okengo Matiang'i alifanya kazi nzuri. Ukienda mahali popote pale katika nchi yetu ya Kenya, uende Ujaruoni, uende Mombasa, uende Garissa, uende Turkana, uende hata Elgeyo Marakwet, uende Nyeri, you will hear people talking about Matiang'i. Look at when he was doing the education sector. We didn't have A's the way we are having everybody having A's in this country. How is it possible that everybody in the whole school can have an A? Is it possible? It's not possible. The normal curve of a running environment, the normal curve goes like this. It doesn't go static. There's no way you can have a graph of that nature in the education sector. But nowadays you are seeing a school produces almost every student going to university. Are you sure those students are going to pursue all good courses in university? No, because people are not doing the right thing. So during his tenure, he's a man we can be able to trust. Fred Okengo Matiang'i is a man to deliver. All right. Yes. Okay, naona hapa pale YouTube namuona Victor Urina anasema kwamba politically Nyamira County we want a change from top to bottom. Tutoe kila mtu hapo tuweke new people faces. New faces who can be able to deliver. Elsewhere namuona Sevania Aroni anasema kwamba salimia Mr. Gichana, ask him kama akona resi ya Magombo MCA. Uko kwa resi Magombo MCA? I was there in 2022. And I'm yet to give my verdict on that. All right. Thank you so much for watching me. I will give you a verdict. All right. So some of the comments that I can be able to see, and of course there is this one question here. Mugala muue na haki yake mpe. You have talking, umeongea vizuri kuhusiana na Matiang'i vile ambavyo atafanya kazi nzuri. And then there are some people who feel that Matiang'i played a very big role in the leadership of Nyamira, more so in the 2022 general elections, and ensuring that the current governor gets the seat back. So, and people are blaming, most people in Nyamira are blaming the Mheshimiwa Daktari Fred Okengo Matiang'i for that.
I think I can answer that. Unajua mtoto, ukizaa mtoto kijana yako aende aibe bale nje. Watu wanasema tu huyu kijana ni wa chef. Huyu kijana si ni huyu ni Onjiri. Onjiri ule wa chef. Chef ule wa Ndisi ndio huyu sasa. Sasa wanaanza hawakumbuki kijana ambaye aliiba, wanakumbuka chef ambaye anafanya wapi? Pale Ndisi TV kwa sababu huyu ni baba yake. I don't think there is anything Matiang'i did kuambia kila mtu Nyamira chagua huyu. There's nothing he did. Kwa sababu angefanya hivyo, angeambia kila mtu Nyamira achaguliwe na UPA. Progressive Alliance, United Progressive, ile ambayo alikuwa anasemekana yeye ni yake na alikuwa hapo. Okongo Mogeni is in ODM. Jerusha Momanyi he was elected under Jubilee. Yeah. And there is these other people. Mbona wote hawakuchaguliwa kama Matiang'i ndiye alikuwa na ushawishi wa kusema nini linafanyika Nyamira? Watu wanamwekelea tu vitu ambazo kwa sababu unajua baba anawekelewa tu kwa sababu mtoto wake ameiba. Sasa kila mtu anasema huyo mtoto wa fulani kwa sababu anakuanga hivyo. No, Matiang'i did not play any role in terms of electing Mheshimiwa Nyaribo. Nyaribo was elected because alikuwa amekuwa ameingia kiti kwa ofisi less than 2 years. So watu wakasema wacha tumpatie tamu yake. So now he has run for the 5 years term, he's going to finish it. Sasa kazi yake itaonekana. So wacha wasiweka Matiang'i hapo. Na Matiang'i is very clean. He is only was there just to say watu wachaguliwe. Na watu wachague watu ambao wanapenda. Anaona hapa Justice Kenani anasema kwamba Dr. Fred Matiang'i is a charismatic leader, will people of the country and will a charismatic leader will lead the people of the country forward. So wanamtakia kila heri. Thank you so much for those who have been following there. Now, because our time is almost actually masaa yetu yameenda kweli kweli. There is this one question. When you look at the entire Gusii now, both Nyamira and the Kisii counties, there is possible of some changes that might be happening in the near future, that is in the next election, general elections, that is 2027, either from the governorship to the MCAs and etc. and etc. What's your prediction in both counties, that is in Nyamira and the Kisii county, in terms of leadership more so in the topmost contested seat, that is the governorship, and even senatorial, even women rep? I think I'm compelled to say this. Na hayo ni katika maombi tu, tunaweka maombi kwa Mungu. Na of course sisi tunaamini Mungu na tunajua Mungu anatenda. Na tunajua kwamba 2027 the 3 seats, governor, senator, women rep, for the 2 counties, you must be aligned with the Mheshimiwa Matiang'i. You must be aligned. Don't you think if there some people might be, let me use this word, who might not be delivering more so in development agenda to the common mwananchi, who may want to be supporting Matiang'i for them to be elected as a wave in that? That's correct. Wave watu wengine wataingia na wave, lakini let me tell you, saa hii vile watu wameteseka hivi, watu wamekuwa macho. Hata ukikuja na hiyo wave watu wanataka kutumia wave, they might not elect you because of coming using that wave. Kwa sababu watu wamejua kwamba watu wanakuja kutumia wengine, waingie katika uongozi na wawaache hapo. So people are being very clever nowadays. So what I know and what I project, what I can foresee, ni kwamba governor Nyamira, governor Kisii, senator Nyamira, senator Kisii, women rep Nyamira, women rep Kisii, lazima awe aligned with the interests of our son, none other than Fred Okengo Matiang'i as the president of the Republic of Kenya. Na wenye ambao watakuwa wanaimba wimbo tofauti na huo, ole wao, kwa sababu watakuwa namba 2 na watafanya kazi nzuri ya kuwa namba 2. Yes. Alright, tunapoendelea na masaa yetu yamekwisha pale, sijui maneno yako ya mwisho tunapotamatisha kipindi. Nataka kusema kwamba nashukuru kwa sababu ya nafasi ambayo tumezungumza, ingawaje hatujazungumza mambo yote ambayo tungekuwa tunatarajia kuzungumzia katika maeneo yote ya Gusii. I think we'll have another session ambayo tutakuja kumalizia vizuri, kwa sababu at the moment, you know, when you have a leader, ukiwa na kiongozi ambao amekuja hapa labda ako ndani ya uongozi sahihi, akikuja katika studio, mambo yake mingi ni ya kutetea vile ambavyo anafanya. Sio kuangalia katika ufasaha ni nini aswa inafanyika mbele ya wananchi na nini wananchi wanahitaji. So in most cases, when we are not fully in the office, we look at the issues objectively. Tunaziangalia katika njia ya wazi. So nataka kusema kwamba asante kwa nafasi, tumezungumza mengi, ingawaje tutamalizia, na nasema kwamba uongozi wa Nyamira, uongozi wa Kisii, fanyia wananchi kazi.
Muda ambao umebaki ni muda ambao wa kujirehemu, kujirudisha katika hali yako ya kwanza, ili kwamba watu wajue ulikuwa mtendakazi, umefanya kazi na unahitaji kurejeshwa katika kipindi kingine. Na baada ya hapo ni wananchi wataamua nani ataingia. Jambo la pili, ningesema kusema kwamba katika maeneo yote ya Gusii nzima, naomba kwamba watu wetu tuheshimu vijana wetu, tuheshimu watoto wetu. Hata kama ni mtoto ni mbaya, hata kama ni mtundu, hata kama kumefanyia nini, wacha kutusi mtoto wa nyumbani. Kwa sababu huyo mtoto ni wetu. Akienda nje anasema ni wetu. Na sisi tukienda nje tunasema tunatoka karibu na kwao. Lazima tuheshimiane, tupendane, kwa sababu hakikisha kwamba sisi kama Mkisii tumefika katika meza ya uongozi ambao unaenda kuandaliwa 2027. Na mwisho, katika maeneo ya Nyamira, nasema kwamba tunahitaji, vile mmoja wetu amesema hapa katika arafa ambayo ameandika, nasema kwamba Nyamira inahitaji kuoshwa. 2027 tunahitaji kufagia. Ifagiliwe ili kwamba Nyamira ionekane Nyamira ambayo ina mwanga ule wa kwanza. Miundo msingi ambayo imewekwa katika hapo awali ianze kufanya kazi ili mwananchi wa kawaida wa Nyamira apate kufainika. Kwa hivyo nataka kusema kwamba nimeona arafa ambayo imekuja hapa, mheshimiwa Ruth Kwamboka Siaba ambaye anasimama kiti cha Women Rep Nyamira, amesema asalimie watu wa Nyamira. Watu wa Nyamira, mheshimiwa Ruth Kwamboka Siaba, Women Rep Nyamira County 2027, amewasalimia. Hamjambo, mbarikiwe sana na muendelee vizuri. Na mimi watu wa Mawombo nitakuja ndawaambia mahali ambapo tunaelekea. Mungu awabariki. Alright. Basi kufika hapo ndipo tunahitimisha mjadala wetu wa leo hii. Ni wazi kuwa siasa za Gusii zinaendelea kukua, na huku wananchi wakidai uwajibikaji, maendeleo na uongozi jumuishi. Na nashukuru sana mgeni wetu Bwana Nelson Gichana kwa uchambuzi wake wa kina hapa katika Ndizi TV Africa. Na mtazamaji wetu, kumbuka kuwa uongozi bora huanza na mwananchi mwenye taarifa sahihi. Ikiwa kwamba umefahamishwa na umejua ni kipi kile ambacho unafaa kukifanya, basi utakuwa unafanya uamuzi ambao unafaa zaidi, haswa katika uchaguzi ambao unakuja. Hadi wakati mwingine siku ya Jumamosi, wakati na saa kama za leo, tutakuwa na kipindi chetu Sauti ya Uongozi, na hapa katikati mwa wiki nitakuwa nikikufahamisha ni yupi yule ambaye tutakuwa tunazungumza naye, ama ni kiongozi yupi ambaye tutamualika aje studioni ili kuzungumza na wananchi. Kwa kwamba mwaka wa 2026 wengi wanajiandaa kupasa misuli wakijiandaa katika uchaguzi wa mwaka 2027 pale ambao utafanyika Agosti. Nami mimi ni Jeff Nyakundi, mwelekezi wangu amekuwa ni Bwana Lucas Uma wakishirikiana na Alex Mungare kuhakikisha kwamba umepata sauti nzuri pia na picha zinakujia kwa njia nzuri. Na kipindi kimekuwa ni Sauti ya Uongozi kikiletwa kwako nami Jeff Nyakundi, na kutakia usiku mwema na Mungu awabariki zaidi hadi wakati mwingine tutakapokuwa tunapatana hewani. Usiku mwema, Mungu awalinde, tupatane siku ya Jumamosi. Kwaheri kwa sasa.